our guest. Na washukuru sana vile ambavyo mmekuja. Theme of the day is a chosen generation. Natumai kila mmoja alikuwa amejua, na kama unajua, it is a chosen generation. Tell your neighbor you are a chosen generation. You are a chosen generation. Yeah, inaambatana na a verse ambayo inasema ya kwamba I am a chosen generation in 1 Peter chapter 2 verse 9 up to 10. Tutawasomea baadaye. Ama ni aje? Sasa nataka kualika wale ambao watatupeleka in this mood of worship experience. Amen. Lakini kwanza tutaomba na natumai Mungu atakuwa nasi. Amen. Baba, katika jina la Yesu Kristo tunasema ni asante siku hii leo, tunaabudu jina lako Jehova Jireh, tukisema uwe baba yangu. Tunaalika uwepo wako Baba, uwe baba yangu. Tunaalika uwepo wako Baba rehema, uwepo wako uende nasi. Ombi letu sisi wote na kila mmoja aliye hapa, itutumike na Roho wako Mtakatifu. Baba usiyeshindwa, tunaalika hata the viewers Jehova Jireh, wache watumie mahali ambapo walipo. In Jesus mighty name, tukubali Jehova Jireh. Sisi ni vyombo tu, hatujui chochote. We have no experience, but God we pray that you are going to use us. In Jesus mighty name we do pray and believe. Amen. 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 Hallelujah. Give a shout to the Lord. Jesus. Thank you, Jesus. Ngependa tuweze kusimama kwa miguu yetu, tuweze kujiachilia mbele za Bwana tunapoenda kuabudu. Hallelujah, we worship you, Lord. Hallelujah. Jiachilie mbele za Bwana. We are going to lift his name. Tunaenda kusema ya kwamba hakuna jina lingine tunaloliabudu ila ni lake. Oh, be lifted above all other gods. We lay our crowns and worship you. Oh, be lifted above all other gods. We lay our crowns and worship you. Oh, be lifted above all other gods. We lay our crown and worship. Oh, be lifted. Oh, be lifted above all other gods. We lay our crown. We lay our crown and worship you. And worship you. Oh, be lifted high. Oh, be lifted above all other gods. Above all other gods. We lay our crown. We lay our crown and worship you, Lord. Oh, be lifted high. Oh, be lifted above all other gods. Above all other gods. We lay our crown. We lay our crown and worship you, Lord. And worship. Oh, be lifted high. Oh, be lifted above all other names. Above all other gods. We lay our crown. We lay our crown and worship you, Lord. Say again. Oh, be lifted high. Oh, be lifted above all other gods. Above all other gods. We lay our crowns. We lay our pride. We lay everything and worship. Oh, glorious God. Oh, glorious God. We praise your name. We lay our crowns. We lay our crowns and worship.
worship you. Oh, glorious God. We praise your name. Inua mikono yako mwambie God, we will, hey, worship you, Lord. There is no one like you, dear Lord. We praise your name. We lay our crowns. We put our pride aside. We put our talent aside. We put everything aside and praise you, Lord. Everything is aside. We put our pride aside. Tunaona kila kitu Bwana, tunakutukuza Jehova. Ambia Bwana jambo siku ya leo. Speak to your God. Speak to your God today. Usiniangalie, ongea na Mungu. Ongea na Mungu. Wewe ndio unajua tena anakuhitaji. Sikusikii. Kwa sauti yako, ongea na Mungu. Ongea na Mungu, mwambie unamhitaji. Mwambie unamuinua. Mwambie kule kama wewe. Oh, we lay our crowns. Oh, glorious God. Oh, glorious God. We praise your name. We praise your name. We lay our crowns. We lay our crowns. Siwaski. And worship. Oh, glorious God. Oh, glorious God. We praise your name. We praise your name. We lay our crowns and worship you. And worship you. Oh, glorious God. Oh, glorious God. We praise your name. We lay our crowns and worship you. Oh, thank you, Jesus. Santiago, we worship you, Lord. Oh, Jesus. Lord, your God. We worship you, Jesus. Ambia Mungu jambo. Speak to your God. Ambia Mungu naweka pride. We put your pride aside. We put our pride aside. We worship you, Lord. Thank you, Jesus. You are Alpha and Omega. We worship you alone. You are worthy to be praised. Hey, you are Alpha and Omega. We worship you alone. You are worthy to be praised. Hey, you are Alpha and Omega. We worship you alone. You are worthy to be praised. You are Alpha. You are Alpha and Omega. We worship you. We worship you alone. You are worthy to be praised. Oh, you are Alpha. You are Alpha and Omega. We worship you. We worship you. Lift your hands. Inua mikono mwambie unamwabudu. Oh, you are Alpha. You are
and Omega. If you know He's the Alpha and Omega in your life, We worship you. just raise your voice and say you worship Him. You are worthy to be Oh, praised. you are Alpha You are Alpha and Omega. and Omega. We worship you, Lord. We worship you alone. You are worthy I have to find to it. be praised. Oh, we give you all Give you all the glory. the glory. We praise. We worship you alone. Come on, lift your voice and say, Worthy to be oh, praised. we give you all We give you all the glory. the glory. We worship you, Jesus. We worship There's no one like you. There's no one like you. you are worthy to be Oh, we give you all the glory. We give you all Glory, Lord. the glory. We worship you, King. We worship you, mighty Father. Oh, You are worthy to be praised. oh, we give you all Give you all the glory, Lord. the glory. We worship you, my King. We worship you. You are highly exalted, Lord. You are worthy to be praised. Just tell Jesus He's worthy to be praised. Lift your voice and tell Jesus He's worthy to be praised. Lift your voice high. Tell Jesus He's worthy. He's worthy of your worship. If you know He's worthy of your worship, you are worthy of our worship, dear Lord. There is no one like you, Father. You are the Alpha and Omega. You are the beginning and you are the end. You are the beginning of our lives. You are the end of our lives. You are the one who gives us strength. You are the one who gives us. You are the one, oh Lord, who is highly praised, who is highly worshipped. We praise your name. We worship your name. We worship your name. I want to hear your voice speaking to God. Speak to your friend, you know He's worthy of your praise. Oh dear King, we praise your name. We worship your name. There is no one like you. You are highly exalted. You are righteous, Almighty Father. Oh, we give you all The glory. we worship you, King. We worship you alone. You are You are worthy to be praised. oh, we give you all. We give you all the glory. We worship you alone. You are worthy to be praised. Oh, ametenda maajabu Baba, na siwezi kueleza, siwezi kueleza, siwezi kueleza. Ametenda maajabu na siwezi kueleza. Ametenda maajabu, ametenda
ameponya magonjwa, siwezi kueleza. amekupatia school fees, Ametenda maajabu, ameponya mgonjwa ako pale nyumbani, siwezi kueleza. amekupatia kazi, Ametenda maajabu, ametenda maajabu, ametenda maajabu, na siwezi kueleza. mimi siwezi, Siwezi kueleza. mimi siwezi, Siwezi kueleza. ametenda mambo, Ametenda maajabu, nami siwezi kueleza. Ametenda maajabu. tena maajabu, na siwezi kueleza, Thank you, Jesus. siwezi kueleza, siwezi kueleza, ametenda miujiza, na siwezi kueleza, ametenda maajabu, niwasikie ametenda vitu. Ametenda maajabu, na siwezi kueleza. Mimi siwezi, Siwezi kueleza. Siwezi kueleza. Ametenda maajabu, siwezi kueleza. Siwezi tena maajabu.
Asante Yesu na tena asante Yesu na tena asante Yesu na tena asante Yesu na tena we worship you, Jesus. We worship you, Jesus. Unatenda wema. Unatenda you, Jesus. Unakabwe Jesus. Uhai wangu na Jehova, mimi siwezi bila wewe, siwezi bila Roho wako Mtakatifu. Thank you Jesus. Mimi siwezi jambo lolote bila wewe Yesu. Mimi siwezi jambo lolote bila wewe Yesu.
Just lift your voice unto Lord. Wacha kumwabudu Bwana asubuhi ya leo. Amekuwa mwema, amekuwa mwaminifu ndani ya maisha yetu. Na niposa asubuhi ya leo tumenyenyekea chini ya miguu zake ili tukaweze kumwabudu, tukaweze kuliinua jina lake, tukaweze kumshujudu, maana kuna mwingine wa kuabudiwa. Tukitafakari ukuu wake juu ya maisha yetu, tukitafakari mahali ambapo ametutoa, tukitafakari jinsi amekuwa mwema ndani ya maisha yetu. Niposa asubuhi ya leo, we are here just to worship his holy name. We are here to lift our voices. We are here to thank him because of his greatness. You are worthy, Lord, there is none like you. Just worship his holy name. He's worthy of our worship this hour. He's worthy to be exalted, Lord. He's worthy to be magnified. Nani aliye kama wewe Bwana? Tunainua jina lako Bwana, tunakuabudu maana wewe ni Mungu, tunakushujudu kwa wema wako Bwana, tunakupa sifa za mioyo yetu Bwana. We worship your holy name this hour, oh God. Just worship his holy name. Maana angekuwa binadamu haungefika umbali huu, lakini kupitia kwa neema yake, kupitia kwa nguvu zake, kupitia kwa baraka zake, kupitia kwa mkono wake, kupitia kwa neema yake, Mungu ametuwezesha kufika mahali hapa. Ametuwezesha tukamwabudu, ametuwezesha tukamwinue, ametuwezesha tukamshujudu. Hakuna kama wewe Bwana. Nani aliye kama wewe Bwana? Yes, worship his holy name. Hakuna wa kuabudiwa ila ni yeye Bwana. Wacha maombi yetu yakafike kwake asubuhi ya leo. Wacha maombi yetu yakawe manukato mbele zake asubuhi ya leo. Maana kuna mwingine aliye kama yeye Bwana. Maombi yangu afike kwake, ulioboneka utanara. Maombi yangu afike kwake, ulioboneka utanara. Afike kwako Bwana. Bwana ulioboneka utang'ara. Wacha maombi yako yakafike mbele zake asubuhi ya leo.
wacha ikawe kiu yako asubuhi ya leo, ukamwabudu katika roho na kweli. Fanane nawe, nifanane nawe, ukinitazama wakuone wewe, unyange Baba, nifinyange, ukinitazama wakuone wewe, unifinyange Baba, nifinyange Bwana, tazama wakuone wewe, unifinyange Bwana, mwambie Bwana akakufinyange asubuhi ya leo, ili wanapokutazama wakamwone yeye ndani yako, wanapokutazama wakaone ukuu wake ndani yako, wanapokutazama wakaone kwamba Mungu ametenda, wanapokutazama wakaone Bwana Mungu, wanapokutazama wakaone mtu mpya, wanapokutazama wakaone kiumbe kipya, wanapokutazama wakaone mabadiliko ndani ya moyo wako. Thank you, Jesus, Lord. Wanapotutazama Yesu, wanapokutazama wacha wakaone Mungu ndani yako, wanapokutazama wacha wakaone ukuu wa Mungu ndani ya maisha yako, wanapokutazama wacha wakaone Bwana ametenda ndani ya maisha yako, wanapokutazama wacha wakaone hakika Bwana ni mwaminifu ndani ya maisha yako. We worship your holy name, our God. We lift our voices to you, Lord. We bless you, Jesus, Lord. Mwambie Bwana anastahili asubuhi ya leo. Mwambie Bwana anastahili sifa za mioyo yetu. Bwana unastahili kuinuliwa Yesu. Our Father, Lord, we exalt your name, Lord. We bless your holy name, oh God. We lift our voices to you, Lord. There is none like you. We worship you, Jesus. We bless your holy name, our Father. We worship you, Lord, because there is none like you, God. We adore you, Lord, this wonderful morning, oh God. There is none like you, our Father, oh God. Mwambie Bwana anastahili asubuhi ya leo, anastahili kupewa sifa asubuhi ya leo. Hakuna kama wewe Bwana. We worship you, Jesus. Kila mmoja aende mbele za Bwana akimwambia ni asante kwa siku hii leo. Usinyamaze, mwambie ni asante. Amekuwezesha kufika siku ya leo. Ambia Mungu wewe ni mwema Bwana. Tell God asante. Mwambie Mungu ni asante kupitia vyombo. Ambia Mungu ni asante kupitia vyombo. Ambia Mungu ni asante kupitia mdomo. Ambia Mungu ni asante amekupa uhai. Ambia Mungu ni asante amekupa huu wakati aweze kujua ya kwamba unampenda. Mwambie ni asante. Tell God thank you for giving you this day. Tell God thank you. Usinyamaze tafadhali mwenzangu, usinyamaze. Tell God something. Ambia Mungu ni asante kwa siku hii ambayo amekupa. Ambia Mungu ni asante amekupa uhai. Mwambie Mungu ni asante amekupa mdomo. Amwambie ni asante kwa sababu amekupa hata akili timamu. Sio kawaida kuwa na akili timamu, sio kawaida kuwa mahali hapa. Mwambie Mungu ni asante uliyekuja mahali hapa. Nina imani ya kwamba ulikuja na kitu ambacho ulikuwa umepanga kumwambia Mungu. Mwambie Mungu akutimizia siku ya leo. Leo uko na uwezo wa kumwambia ni asante. Leo uko na nafasi ya kumwambia ni asante. Mwambie ni asante ukimwomba mapenzi yako yatendeke. Wacha mapenzi ya Mungu yatendeke. Mwambie ni asante kwa sababu ya uhai ambao amekupa. Mwambie ni asante amekuwezesha kufika mahali hapa. Mwambie ni asante kwa wokovu ambao amekupa.
Mwambie ni asante, ni asante Yesu, ni asante Baba yangu. Tunasema ni asante, utukuzwe na uinuliwe. Wewe usiyeshindwa umetupa neema Jehova Jire. Tunaliinua jina lako tukisema ni asante. Umetuwezesha siku hii ya leo Mungu wa Israeli. Kila mmoja aliye hapa ni kwa neema yako Baba. Umetuwezesha neema Jehova Jire. Tunasema tu ni asante, ni asante, ni asante. Ni asante Yesu, ni asante Yesu. Ni asante kwa wema ambao umetenda. Ni asante Jehova Jire, utukuzwe na uinuliwe. Utukuzwe Mungu wa Israeli. Uacha wema wako uonekane kwetu Baba. Katika jina la Yesu Kristo tunaomba kutumiwa na Roho wako Baba yangu. Uinuliwe milele na milele. Baba wa rehema, tuna imani ya kwamba wewe ndiye ambaye ulipanga siku hii ya leo na utakuwa wa kuitimiza kulingana na mapenzi yako. Jehova Jire, uinuliwe wakati ambapo tunaenda kuingia katika the praises. Baba, upokee sifa zetu, ukapokea sifa zetu Mungu wa Israeli. Kila mmoja aliyekuja hapa Baba rehema, na mwitishia malaika wa utukufu. Let your glory be upon everyone Jehova Jire. Utukufu wako uonekane juu ya kila mmoja katika jina la Yesu Kristo. Utumie kila mmoja aliye hapa Baba rehema, turugue Baba rehema, tutakaze Baba rehema. Wache ukaweza kututeua Baba rehema. Hata kama mtu ni mbaya aje Jehova Jire, tusamehe dhambi zetu Baba yangu. Tusamehe sisi Baba rehema. Sisi ni vyombo tu Jehova Jire. Wache ukaweza kutusamehe. Sikia maombi yetu Jehova Jire. Sikia maombi Mungu wa Israeli. Sikia maombi yetu Jehova Jire. Tunaomba wema wako uonekane. Tunaomba ukasikia maombi yetu. Sikia maombi ya hawa ambao ni wako Jehova Jire. Father, we believe you are a chosen generation. This generation si wengi ya Baba Jehova Jire wanakutumikia Baba wa rehema. Wengi wao wametupotelea kule kwa bangi, wengi wao wamepotelea kwa pombe, lakini Baba hawa ambao wamekusanyika mahali hapo wauone uso wako Baba rehema. Wacha wauone uso wako Mungu wa Israeli. Wacha wauone uso wako Jehova Jire. Wewe usiyeshindwa uonekanie. Wasikie maombi yao Jehova Jire katika jina la Yesu Kristo. Wewe ni Mungu usiyeshindwa. Utukuzwe na uinuliwe Baba yangu. Uinuliwe milele na milele katika jina la Yesu Kristo. Father of God, tunaomba maombi yetu ukayasikia Jehova Jire. Wewe uliye na mababa zetu Jehova Jire, tunaomba wema wako uonekane Baba yangu. Tumia kila mmoja aliye hapa Baba rehema. Tutumie kama vyombo vya Jehova Jire. Hatujui chochote. We have no experience Lord. But God, we believe you are going to use us. We believe that God, uwepo wako utaenda nasi. Ombi letu ni uende nasi. Na hiyo maombi Baba rehema. Oh Lord Jesus, tutumie Jehova Jire. Na hiyo maombi yako. Na hiyo maombi Yesu wangu. Na hiyo maombi Yesu wangu. Father, in the mighty name of Jesus, we worship your name, we glorify your name. Tunasema ni asante Jehova Jire kwa sababu ya siku ya leo. Umetukuka, umeinuliwa Jehova Jire. Tunaliinua jina lako tukisema ni asante. Tunakupigia makofi ya kusema ni asante. Tunakupigia makofi ya kusema ni asante. Ni asante Yesu, ni asante Yesu. Ni asante Jehova Jire kwa wakati ambao umetufikisha Jehova Jire. Tuna imani kwamba ni neema yako Baba rehema. Tunatumai ya kwamba utatumia Baba rehema hata katika hicho kipindi kingine Jehova Jire. Upokee sifa zetu Baba rehema. Ukatumia wale ambao wanatuongoza Baba rehema. Waongoze kwa wema wako Baba rehema. Waongozwe na Roho wako Mtakatifu. Hata walio kule Baba rehema waweze kuona mkono wako Jehova Jire. Hata wanaotutazama Baba rehema, tunawaitishia baraka zako. Tunawaitishia malaika waongoze. Wasitoke kwa mwenye mitambo. Waendelee kupokea malaika wako kwenye mitambo. Katika jina la Yesu Kristo tunaomba neema yako ienende nasi. Katika jina la Yesu tunaomba na kuamini. Amen. 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 Tell your neighbor. Tell your neighbor, neighbor. Neighbor, neighbor, neighbor. Neighbor, neighbor. 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 Neighbor, neighbor, neighbor. Neighbor, neighbor, neighbor. Hatujaanza. Hatujaanza. Ama mnasema ni kuendelea? Hatujaanza. Nakwambia hawa watu wanaenda kututumuiza. Shangwe na vigeregere. Shangwe na vigeregere. Sikia Yesu, shangwe na vigeregere.
Bwana. Hiyo si shangwe ya jiwe. Nimesema pigia shangwe na haleluya. Nataka tumwambie huyu Yesu, sifa na utukufu ni zake. Ati sifa na utukufu ni za nani? Ni zake. Sifa na utukufu ni za nani? Ni zake. Haya, twende. Dancers wangu wako wapi? Dancers wangu wako wapi? Dancers wangu wako wapi? Dancers. Where the dancers? Tuwaone. Where the dancers? Sifa na utukufu ni zako, Mungu wangu. Sifa na utukufu ni zako, Mungu wangu. Sifa na utukufu ni zako, Mungu wangu. Sifa na utukufu ni zako, Mungu. Sijasikia sifa na utukufu ni zako, Mungu wangu. Sifa na utukufu ni zako, Mungu. Sifa na utukufu ni zako, Mungu wangu. Sifa na utukufu ni zako, Mungu. Sifa zako, Zaguma,
wa baraka, si ndio? Sawa. Huyu Yesu ni wa baraka. Hey. Kiki huyu Yesu ni wa baraka. Ni wa baraka. Kiki huyu Yesu ni wa baraka. Asante. Yesu wa baraka. 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 Sasa
Ambia mwenzako kwa Kilingala, asante sana. Asante sana. Tuketi. Ambia mwenzako keti sasa. Ni Kilingala leo ama Kilingala yange wangu hivyo. Asante sana. He. Sijaona hivi mimi. Kwa hivyo na bado tujaanza. Sawa basi. Mwambie mwenzako Bwana Yesu asifiwe. Chekesha mwenzako kiasi. Mchekeshe ama uji kucheka. Ni uji kucheka. Mwambie mwenzako neighbor. You are a chosen generation. You are a chosen generation. You are the chosen generation. Sisitiza kiasi. You are a chosen generation. You are a chosen generation. Asante sana. Na nasema ni asante tena na tena kwa waimbaji wetu. Hao ndio walikuwa wametualika. Na Mungu apokee sifa. Najua hata zaidi bado najua bado. But sasa hizi ndio tumeanza. Lakini bado, si ndio? Sasa hizi we are going to the next step. We are going to have our first speaker. Our first speaker akuwe ready kwa neno, ambapo nitaomba vijana kadhaa wale ambao walikuwa wanatutumbuiza hapa kwa nyimbo wakuja tuletee hii altar, tuweke hapa hivi pulpit ili tuweze kupata our first speaker atuambie what is a chosen generation. Kwambie wewe a chosen generation unafaa kuwa nini? Unafaa kuaje? Amen. Ama what do you mean by a chosen generation? Wewe ukiwa chosen generation unasemanga wewe ni chosen generation kwa namna gani? Unajua labda umechozeniwa kwa bangi, umechozeniwa kwa pombe. Kuna hawa wenye walikuwa hapa wana dance, naona ni kama wamechozeniwa kwa kudance. Watanifunza. Nimejaribu hapa lakini ni sawa tu. Nimengangana. Kuna wengine wamechozeniwa kwa kuhubiri, kuna wengine wamechozeniwa kwa vitu mingi, si ndio? Sasa ningetaka our first speaker aweze kutuelekeza what is this chosen the generation. Waweze kutuelezea kinaga ubaga about the theme. Amen. I'm buying time for the first speaker. Bado sijamuona ako area ama anaombea neno. Sawa basi, acha nimwombee alafu karibia. Baba, katika jina la Yesu Kristo tunasema ni asante kwa sababu umetuwezesha neema, ukuu wako uonekane na neema yako ionekane as we are going to the first speaker. Jehovah Jireh, tunamwombea neema yako Baba rehema, tunaomba ujasiri. We pray for confidence Lord, let your will be done. Tunaomba umtumie jinsi ambavyo umempanga Baba rehema, na imani ya kwamba neno ambalo ameleta ni neno ambalo umelitayarisha wewe mwenyewe. In Jesus mighty name we do pray and believe, amen. Tumpigie makofi hapo. Nimemuona anakaa mhubiri mmoja, sijui ama mnamuona, anakaa mhubiri mmoja wetu hapa, kama sijui ni wao atatuelezea, lakini najua neno ni kama lile la yule mhubiri. Amen. Asante sana. Karibu. Bwana Yesu asifiwe. Praise God. Bwana Yesu asifiwe. Mimi naona ni watu kama watu wameboeka pale nyuma, sio watu wakisema amen. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Chosen generation. Praise God. So nataka tuanzie kwa wimbo ndogo ile inasemanga we are the chosen generation, called for to show his excellence. Misono kimba na fra, all I require for life God has given me, and I know who I am. Tena, we are the chosen generation, we are called for to show his excellence. All I require for life God has given me, and I know who I am. I know who God says I am, where he says I am, where he says I am. I know who God says I am, where he says I'm at. I'm walking miracles, I live a life of favor, cause I know who I am. I'm walking power, I'm walking miracles, I live a life of favor. Ambia mwenzako amen. So, kama vile mnajua, today
this is our second worship experience, ndio? Ina been our second one. Last time, nanaweza nikumbusha theme ya last time. It was rising an altar of worship. But this time round, we have a theme, a chosen generation. Tell your neighbor, a chosen generation. A chosen generation. Niko na swali na nataka ugeukie mwenzako, muangalie kwa macho, very serious. Muulize, are you chosen? Amekwambia aje? Muulize tena, are you chosen? Asikwambie jibu akicheka, akuwe serious akijua nini anasema. Muulize tena, are you chosen? Muulize swali lingine, are you proud to be chosen? Amekwambia aje? So wakati tunasikia mambo na a chosen generation, what comes in your mind? Hapa si ati unachaguliwa na rafiki yako, si ati unachaguliwa na boyfriend wako, si ati unachaguliwa na girlfriend yako, si kwa sababu ati unachaguliwa na mzazi, but it is God who is choosing us. Praise God. And kuna some verses zenye nilikuwa nimetayarisha, and there are some people nataka tuangalie. And the first person is Noah. Tell your neighbor, Noah. Who is Noah? Noah, in the book of Genesis, tunaambiwa that ilifika wakati dunia ilikuwa imejaa na dhambi nyingi. Watu walikuwa wamekosea, and God was angry with the people. But Biblia inasema vizuri, alitafuta dunia mzima, akatafuta mtu mmoja mzuri, akakosa, lakini akapata ni Noah peke yake. Praise God. And we know the story very well that Noah mwenyewe ndo alikuja kutumika. He was the one who was used ili kukua at least kuna kizazi nyitabaki after what God did. Praise God. So the Bible says that wakati Noah aliagizwa tengeneze ile ark, they went into the ark as a family. Walienda pale kama familia. Praise God. God had chosen them so that walete baraka after what God was to bring. Praise God. Another person is Moses. Tell your neighbor, Moses. Moses mwenyewe, we know very well, Moses alikuwa, he was just a small boy, alikuwa amezaliwa tu, but akapelekwa kwa ufalme. And when he was living there, wakati alikuja kuwa mkubwa, we know that alikuja kuua mtu, and he ran away. Wakati alitoroka, alienda kwa jangwa, and in that wilderness, huko ndo Mungu alimuita. Praise God. And Moses, tukiangalia vizuri story ya Moses, Mungu hakumchagua mara moja au hata mara mbili. Kila wakati alikuwa anashinda kimuita. Praise God. We know that Moses wakati alizaliwa, he was chosen by God, akawekwa kwa maji, and the basket ili float tu vizuri paka to the palace. Praise God. It was not the doing of a man. Haikuwa ati ni binadamu amefanya. No, it was God. Praise God. Aliweka kwa ile basket. Hiyo basket ingepelekwa na maji kwingine, si ndio? Ingejipata pengine korogosho, si ndio? Ingejipata pengine slamu nyingine. But God directed that basket only for one purpose. Moses afike kule kwa mfalme. Praise God. That was the first thing that God did to Moses. Ya pili, Moses ndio alikuwa amekosea, but wakati alitoroka, Mungu mwenyewe ndio alimuita. Praise God. Alimuita tena na akamfanya amtumikie, and he was the one who was used to lead these Israelites out of Egypt. Praise God. Mwingine ni Joseph. Praise God. Ambia mwenzako Joseph. Joseph alikuwa anaitwa kadreamer, kamtu kakushinda kakiota. And Joseph, tukiangalia story yake, it was a little bit painful, because we know that Mungu alimpatia ndoto ndio, lakini wakati alimpatia ndoto, Joseph mwenyewe wakati alienda kuelezea ndugu zake, walianzia kumdhihaki, wakaanzia kumchekelea, wanaanzia kumtusi. It reached a point whereby wanamfukuza kutoka kwao. Praise God. Joseph akakataliwa na familia yao. Praise God. But out of his slavery
became a governor of Egypt. Praise God. Out of his slavery, Mungu aliona kitu kubwa ndani yake. Praise God. Mungu hakuona ati yeye ameuzwa kama slave. Alikuwa anafanya kazi ni kama mtumwa. Alikuwa anafanyishwa kazi. Alikuwa anatembezwa huko kwa jangwa. Lakini Mungu mwenyewe alikuwa anamuona as a slave. He never saw him as a slave, but he saw him as a leader. He saw him as a great person. Praise God. Joseph was chosen by God, and so do you. Praise God. Mungu anatuchagua sisi not for any other purpose but for his glory. Praise God. Kuna mtu nataka tuangazie kabisa David. Praise God. David, I want us to read from the book of 1 Samuel. Koko na Biblia, 1 Samuel chapter 16 from verse 1 to 13. Chapter 16 says, verse 1, the Lord said to Samuel, how long will you go on grieving over Saul? I have rejected him as king of Israel, but now get some olive oil and go to Bethlehem, to a man named Jesse, because I have chosen one of his sons to be king. How can I do that? Samuel asked. If Saul hears about it, he will kill me. The Lord answered, take a calf with you and say that you are there to offer a sacrifice to the Lord. Invite Jesse to the sacrifice, and I will tell you what to do. You will anoint as king the man I tell you to do. I tell you to. Praise God. So the reason as to why Saul alikuja kuondolewa kwa ufalme, we know very well alikosea Mungu, si ndio? Yes, he was chosen. Alikuwa amechaguliwa kukuja kuwa mfalme. But the Bible says, before tufike chapter 16, kulikuwa na wakati walikuwa wanaenda kutoa dhabihu. And as they were going to offer this sacrifice, Samuel had ordered Saul, usitoe dhabihu na usifanye hii ama hii kama sijafika. Praise God. But in the Bible tunaambiwa that Saul mwenyewe aliona Samuel amekawia sana. Praise God. Amekawia sana. And so what hit his mind was that acha niende nikatoe dhabihu. And when he went to offer that sacrifice, the Bible says that Samuel ndo alifika. Akitoa ile dhabihu, Samuel naye akaingia. Ni kama saa venye tuko hapa, and Saul ako hapa mbele. He's offering a sacrifice, but as he was offering the sacrifice, Samuel entered the door. Praise God. Wakati aliingia, alimuuliza ni nini umefanya? Why have you wronged? Ni kwa nini umekosea Mungu? Kwa nini hukufuata kenye nilikuwa nimekuambia? Praise God. And Saul started telling Samuel, akianzia kumuomba, akianzia kumsihi amsamehe kwa kumwambia that niliona umekawia sana, nikaona ni vizuri nitoe dhabihu mapema. But what did God want? He wanted obedience from him, but he wronged God na akakosea Mungu na akatolewa kwa ule ufalme. But now sasa Samuel, wakati Saul alitolewa, Samuel alikuwa na uchungu. Akaambia Mungu, tunataka mfalme mwingine. Anaendelea kulilia Mungu, but the Bible says that Mungu mwenyewe alitokea Samuel, akamwambia usilie tena, go kwa ile familia ya Jesse. Enda kwa hiyo familia, there's a person mwenye nitakuambia umwanoint. Praise God. Mungu alikuwa ameondoa Saul, but after kumuondoa alikuwa na a replacement. Praise God. You may be chosen, yes, unaweza kuwa umechaguliwa, but there is a replacement for you. Praise God. Acha niwaambie the kitu ya ukweli. Sisi ndo kutoka uzaliwe, before even you were born, Mungu alikuwa, si ndio? He will continue to be there. Useme leo utaabudu Mungu, he will find a replacement. Praise God. Si wewe peke yako utaabudu Mungu. No. There are thousands of people. Dunia imejaa na wengi wanaabudu Mungu. Lakini Mungu anatafuta moja. Amongst thousands, only one ndio Mungu anataka. Praise God. Only one is chosen. Praise God. Saul alitolewa kwa ufalme. Mbona alikosea Mungu? It doesn't mean that kwa sababu Mungu amekuinua hizi kushusha, he can. But when Samuel was ordered to go in the house of Jesse and anoint another king, alifika pale akaona ndugu za David. Wakati alienda kwa ile familia,
anakutana na wa kwanza Eliab. Jamani jitu. Ambia mwenzako jitu. Jamani jitu. He was a big person. The Bible says that verse 6, when they arrived, Samuel saw Jesse's son Eliab and said to himself, this man standing here in the Lord's presence is surely the one he has chosen. The reason is this. Ati hapo chini kuna Eliab, kuna hawa kina Abinadab, but there's a part yenye inasema vizuri that he saw that they were well built. Walikuwa watu wameunga. Kuna watu unaangalianga si kama mimi sijaunga. Kuna watu wanakuwa wameunga. Akiingia kwa ile mlango utaona jamaa kona muscles, ni mrefu. He looks courageous and he has those qualities of a leader. But wakati Samuel aliona ni huyu, Mungu alimwambia kitu moja. Si huyu, ni mwingine. Akaona mwingine, Mungu akamwambia bado si yeye. God was not looking at how that person was looking. Ati venye anakaa, venye amevalia, vile anatembea, vile macho yake inakaa, vile anaongea. No, Mungu alikuwa anaangalia roho. He looked at the heart. Na akaona that it was not these brothers of David, but ilikuwa David mwenyewe. Praise God. David alitafutwa mpaka huko kwenye alikuwa malishoni. Praise God. Akaletwa, and Samuel said that hatutatoa dhabihu kama David hajafika. Praise God. Unless David comes. Praise God. Mpaka huyu David afike ndio dhabihu itatolewa. Praise God. David was just a small boy compared to Saul. Yeye alikuwa mnyonge sana. Compared to Saul, yeye alikuwa mdogo sana. Compared to other people, he was just a small boy. But Mungu aliona kitu mzuri ndani yake. He saw a leader out of him. Praise God. Unaweza kuwa umekaa hapa and maybe unaona ni kama mimi ni mnyonge sana, mimi siwezi chaguliwa, mimi siwezi nikaongoza. Who told you? Tell your neighbor, who told you? Muulize, ni nani alikuambia Mungu hawezi kuchagua? God does things beyond what we can ever think. Praise God. Biblia inasema that whatever people never thought could ever happen, kile ambacho kilionekana kitawahi fanyika, kile kilionekana ni ngumu sana, ndio Mungu alikuwa ametayarishia wale wanamtumainia. Praise God. Whatever you see very difficult for you to achieve, God has already ameshaiweka kwa mpango. Praise God. It is iko kwa njia. Praise God. Iko kwa njia, and God is already ako already tayari, ameshafanya mpango, ako tayari kukupatia. Praise God. What you have to do is to have faith in him. Praise God. Ni kukuwa na imani kwake, because he's choosing you today. Praise God. Anakuchagua wewe. Kuna watu hapa tunasoma, unadhania ukisoma hapa utamaliza ukaange kwa nyumba. Kuna watu hapa hata uonangi wakienda ngambo. Kuna watu hapa hata uonangi wakiwa kwa ofisi. Kuna watu hapa uonangi wakiendesha gari. But that which you see difficult to you, hiyo unaona ni ngumu sana, God will do it. God will do it. Praise God. Mungu atafanya. David mwenyewe alikuwa anachunga kondoo. Alikuwa kwa mbuzi. Sasa alikuwa amejichafua. Anakujiwa huko akichunga mbuzi. Kuja, unaitwa. Kufika pale anatiwa mafuta kuwa mfalme. Praise God. There's nothing that is too difficult for God. Praise God. There's nothing that's too difficult for God. Wakati Mary aliambiwa atakuja kupata mtoto, the Bible says that Mary aliuliza swali moja. Angel Gabriel, nitapata aje mtoto hata mimi bado sijaolewa? I am still a virgin. Praise God. But Angel Gabriel alimwambia kitu moja. For there is nothing that is too difficult for God. Praise God. Hakuna kitu yote ni ngumu sana kwa Mungu. Unaweza kuwa umeishi umechekelewa, unaweza kuwa umeishi umewekwa chini, but because God is still alive. Praise God. Mimi kuna kitu moja wanasema, hata kwa sababu Mungu bado amekalia kiti cha enzi, mimi sitakufa moyo. I know that he will do it. Praise God. Unaweza kuwa uoni hapa. Wewe unaona hapa watu wamekuzunguka, wanakuchekeleanga.
juu unaabudungu Mungu kila wakati wanakuchekelea. Najua kuna watu wanakuwa wamedhiaki Mungu hadi wakiona wengine wakiabudu wanaona ni ujinga wanafanya, si ndio? But let me tell you something, they may speak but God has the final say. Praise God. God himself has the final say. We may not be perfect. Tell your neighbor, I may not be perfect, but God will perfect me. Praise God. Si ati Mungu anachaguanga those who are perfect. No. Hakuchagua Ruto akuwe president because he was perfect. Kuna wengine wamesoma. There are others who are in offices. Si kwa sababu ati wako na majina kubwa. No. But he perfected them because he called them. Praise God. God perfects those he calls. Praise God. Atakufanya ukai venye as in ukiwa kwa ofisi. You know, people come in an office and see you seated in that seat. Wakiwa wamekuangalia hivi wanaona huyu mtu amesoma, amebarikiwa, kuna magari. But kwa sababu hujafika hiyo kiwango, the time you're going to sit on that seat, God is going to change things. Anabadilishanga mambo. Hizo gari unasikianga wengine wanaendesha, you're the one driving them. Ni wewe unaendesha. Unapanda ndege kama matatu. Tell your neighbor, anapanda ndege kama matatu. Unaona vile unaweza shuka hapa chini, unalipa mbao ufike kwenyu. Hivyo ndo unapanda ndege. Praise God. Hivyo ndo unapata baraka zako, for there is nothing that is too difficult for God. Praise God. Nataka tuende in the book of Isaiah. Isaiah chapter 43. Isaiah 43 from verse 18. It says, "But the Lord says, do not cling to events of the past or dwell on what happened long ago. Watch for the new thing I am going to do." Praise God. Usikae hapo chini uangalie jana kulikuwa aje, uangalie jana sikukula, uangalie jana sikupanda gari, uangalie jana kulikuwa na hii shida ama ile ingine. Don't cling to what happened in the past. Praise God. Usishikilie kile kilifanyika hapo awali. Praise God. But watch for the new thing that God is going to do. Praise God. Watch for the new thing that God is doing. Praise God. Usiangalie wewe kwenyu hamna majina. Mungu atakupatia jina. And wewe kupitia kwako, for the generations to come, the same way he did to David, the same way alifanyia Joseph, yes, the same way alifanyia hata huyo Moses, that's the same thing Mungu atafanya juu ya maisha yako. You do not, yani ukai ni kama yes you're perfect, but because Mungu amekuchagua, hiyo kiwango lazima utafika. Praise God. Hiyo kiwango ni lazima utafika. Yes. Lakini usiangalie kile kilifanyika. Yes. Usiangalie vile uliishi maisha yako hapo awali. Amen. Look for the new thing God is doing in your life. Amen. Tazama kile ambacho Mungu anafanya kipya juu ya maisha yako. Praise God. Verse 19 says, "Watch for the new thing I am going to do. It has happened already. You can see it now. I will make a road through the wilderness and give you streams of water there. Even the wild animals will honor me. Jackals and ostriches will praise me when I make rivers flow in the desert to give water to my chosen people." Praise God. Hata ukioko kwa hiyo jangwa, Biblia inasema vizuri that God himself, he will just make a stream. Praise God. Unaweza kuwa hapo kwa hiyo shida, but Mungu atapenya, atatumia njia zake, and it is a must baraka yako ikufikie. Praise God. It is a must. Ikiwa Mungu alikuwa amekuambia utapanda ndege, haijalishi venye uko sahi, lazima hiyo baraka itapenya. Praise God. No matter whatever is putting a barrier to your blessings. Pengine unaweza kuwa umekaa mahali and this wall imekuzunguka, hii ukuta imekuzunguka, kuna zile minyororo zimekufunga, and unaona ni kama huwezi kufikia hizi baraka. Mungu mwenyewe atapenya. Praise God. Because he's powerful, because he lives, because he's seated at his throne, because he has chosen you, he will perfect you to reach your blessings. Praise God. Ni lazima atakufanya ufike baraka zako. Praise God. Because you are chosen. Simama kwa miguu yako.
Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe tena. I hope vile umekuja hapa, ukitoka hapa venye uliingia kwa ile mlango, ukitoka you'll have this thing in your heart that I am chosen. Usijiangalia ama ujieke chini uone ufai. Accept the way you are. Mungu atakubadilisha na ufikie baraka zako. Ukitoka kwa ile mlango usichekelewe wengine, haujui kesho yake. God has chosen all of us, but remember, ukiwa umeinuliwa unaweza ukashushwa. Be humble and God will bless you. Amen. Amen. Mungu abariki sana. Asante sana. Asante. As we continue standing, tuweze kuomba ili hilo neno liingie ndani yetu. Amen. Baba, katika jina la Yesu Kristo tunasema ni asante kwa sababu ya the first speaker. Umesema ya kwamba tujichunge, ya kwamba hata ukituinua unaweza tushusha. Tunaomba Jehova Jire, tukakaa na imani na tukakaa na hekima ya kwamba Baba rehema, ukituinua kidogo tusiwe na kiburi. In Jesus mighty name. Tumesikia ya kwamba wewe unatumia na unaangalia roho ya mtu kuinua mtu. Baba rehema, tunaomba tuweze kuwa na roho ya kunyenyekea kama watoto. Tuweze kuwa na roho ya kunyenyekea kama mtumishi wako Daudi. Baba rehema, ututumie na uweze kutuongoza. Katika jina la Yesu Kristo tunasema ni asante. Amen. Tuweze kiketi. Tumekuwa na muda wa kutulia. Umetulia sana? Kama umeogopa kama hao watoto wa mabrothers wa David. Sijui wewe utakuwa David ama utachaguliwa ukiwa wapi. Are you a chosen one? Uliza mwenzako kama yeye ni Daudi. Oh yes, sasa ukikosa kuchaguliwa hata heri. Sasa si heri mimi mwenye si mkubwa sana. Nimesikia wengine walikuwa maweida hawakuchaguliwa. Hivyo Mungu alikuwa ameliona tu sikuwa mkubwa sana ndio alikuwa Daudi. Amen. Lakini so by the way, ni wakati mwingine wa presentation. Teacher Steve Anyonga Seo, amwambie mwenza kwa Anyonga Seo. Hapa juu kuna na mambo mingi. Anyonga Seo ni lugha ya Kikorea, Guten Morgen ni lugha ya German. Na mwalimu ambaye ninamuita ni wa Anyonga Seo. Na kama yuko karibu, kia anaitwa Alex. Alex awe karibu na awe akisimama kufanya hiyo presentation yake. Tumpigie makofi anapokuja. Najua ametupangia mambo mazuri. Amen. Yes. Hallelujah. Amen. Niko na hii wimbo ambayo uniguza sana. I would like you all to back me up. Inaimba aliingia moyoni mwangu, kanipa kutulia, kaniambia ewe mwanangu usilie tena. Aliingia moyoni mwangu, kanipa kutulia, kaniambia ewe mwanangu usilie tena. Minajua shida zako, mimi nitazitatua. Bila Yesu mimi ni mtu bure. Bila Yesu mimi ni mtu bure. Umeijua? So nataka tuanze yote hadi mwisho, si ndio? Sawa. 1 2 go. Moyo wangu usilie tena, moyo wangu usibabaike. Kunaye Mungu Mungu sana, kunaye Mungu muweza wa yote. Aliingia moyoni mwangu, kanipa kutulia, kaniambia ewe mwanangu usilie tena. Aliingia rohoni mwangu, kanipa kutulia, kaniambia ewe mwanangu usilie tena. Minajua shida zako, mimi nitazitatua. Bila Yesu mimi ni mtu bure. Bila Yesu mimi ni mtu bure. Kati vita Yesu mwamba wangu,
kati huzuni Yesu ni mfariji, kati giza Yesu mwanga wangu, kati uzaa Yesu mkate wa uzima, Yesu kimbilio hajawahi kuniacha, Yesu mwamba wangu mahali pa kujificha, Yesu kimbilio hajawahi kuniacha, Yesu mwanga wangu mahali pa kujificha. Najua shida zako yenyewe atazitatua, bila Yesu mimi ni msubure, bila Yesu mimi ni msubure. Ndani ya Kristo minaweka, sijui bila wewe Bwana wangu. Ndani ya Kristo minaweka, sijui bila wewe Bwana wangu. Yawe, wewe ni yote kwangu, wewe ni Yawe, 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 wewe ni yote kwangu, Yawe, Yawe, wewe ni yote kwangu. Asante. Asante. Wewe ni yote kwangu, Yahweh. Sawa, naona mwalimu wa nyonga sasa amefika. Tufanyie vile amepanga. Yaani wewe Good morning. Mic check. Anyway, praise God. Mko salama eh? It's really nice to see you. Mnakaa poa. I'm happy to see you. Okay, last time we really had a nice time na niliwafunza kawimbo, si ndio? Si leo tujifunza wimbo ingine. So first I'm happy to be here and nashukuru God sana kwa sababu ya this day and thanks for coming. Okay? So, the song is simple. All you need to remember is chanua and then lisha. Okay? So it's simple. So chorus inaenda kama ua linavyo chanuka, ndivyo wewe unavyo ni chanua, mandege unavyo walisha, ndivyo wewe unavyo nilisha. So kama ua linavyo chanuka, ndivyo wewe unavyo ni chanua, kama ndege unavyo walisha, ndivyo wewe unavyo nilisha. So tujaribu sasa na instrumental, okay? Ndivyo wewe unavyo ni chanua, kama ndege nilisha, ndivyo wewe unavyo nilisha.
angani, ama utazame uwaridi lilivyong'aa, lilivyojazwa na uwepo wake Mola, mwanga wake unamwae. Mimi niliye wa thamani kuliko hao ndege wa angani, alinifia msalabani ili aniokoe. Mpenzi wa roho yangu, kama ua linavyochanua, ndivyo wewe unavyonichanua. Kama ndege unavyowalisha, ndivyo wewe unavyonilisha. Bwana ni mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Hunilaza kwenye maji matulivu na huniongoza kwenye majani mabichi. Huziongoza njia zangu mimi, kaniandalia meza mbele ya adui. Nafsi yangu huizingira kwa nguvu na uwezo wake. Na shukuru kama ua linavyochanua, ndivyo wewe unavyonichanua. Kama ndege unavyowalisha, ndivyo wewe unavyonilisha. Asanteni. Mmechanuka? Mmechanuka? Ama mkumbuki mmeambiwa chanua, mmekumbuka kitu, bashika kitu. Sawa basi. Nakaribisha band. Avyo mwenzako band. Kuna hii band tulikuwa nayo hapa, na sasa kuna ingine. Lakini sioni kama wanaweza shinda yenye ilikuwa. Wanaweza? Hawezi, si ndio? Ningeomba walileta hii hapa wairudishe sasa nyuma. Wenye walileta hii hapa ningeomba sasa warudishe hapa nyuma kwa heshima. Shouts of joy. Wanapo jitayarisha wakuje, watumie na raha takatifu. Wasaidie na mic, the TX, wasaidie na mic hapa hivi. Where he says I am, where he says I'm at, I know who I am. I'm walking powers, I'm walking miracles. Wapigie makofi, wapigie makofi, makofi. Hey. Niliwaambia leo ni mambo ya a chosen generation. Amen. Si unaona ni Gen Zs. Gen Zs ni young generation, si ndio? Naona ni wenzetu. Sidhani kama kuna mzazi, na kama kuna mzazi pia ni young, si ndio? Kama ni mzazi pia si mkubwa sana. Yeye ni youth, si ndio? Najua ya kwamba watatumiwa na Roho Mtakatifu kutuongoza. Wapee mic za lead tafadhali. Wapee mic za lead. Sawa, wanaendelea kujipanga. Hawa ndio watu wamejipanga hawa. Ni nyinyi mtawapea mic za lead. Hawa wamejipanga. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Mbona sihisi watu ambao wamechangamka? Bwana Yesu asifiwe.
Hallelujah. So mahali popote ambapo uko, just stand on your feet. Hallelujah. Naona hatuna dakika mingi. Amen. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. So sisi hivi unavyotuona, we are the Shouts of Joy band. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. They are doing a good job. Situwapigia makofi mazuri. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Na kwa sababu hatuna wakati mwingi, Bwana Yesu asifiwe. I just want you to tell your neighbor to give you some space. Hallelujah. I just want you to tell your neighbor, give me some space. Hallelujah. 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 Yeah. Hallelujah. Yeah. Yeah, umbali tumetoka na mahali tumefika, ndiyo maana ninatambua kwamba wewe ni Ebene. I want to hear you sing. Come on, come on. Ila ni kwa uwezo wangu. Mahali. Acha. Ewe Bwana umenisaidia nifike. Maana wewe ni Ebeneza. I want to hear you sing. Umbali tumetoka. You can sing louder than that. Umbali tumefika. Ndiyo maana ninatambua. Sio kwa uwezo wangu, ila ni kwa uwezo wako. Mahali nimefika. Acha nikushukuru. Ewe Baba, Bwana umenisaidia nifike mahali nimefika. Maana wewe ni Ebeneza. Maishani mwangu Ebeneza.
amenipigania vita vikali ambavyo mimi singeweza peke yangu. Maadui nao waliniandama, lakini ukatawanya kwa njia 7. Usifiwe, uabudiwe, zaidi ya yote, utabaki kuwa Mungu, Alfa na Omega, hubadiliki kamwe, zaidi ya yote, utabaki kuwa Mungu, Alfa na Omega, hubadiliki kamwe. Kila mtu twende. Kama sema zaidi ya yote, utabaki kuwa Mungu, Alfa na Omega, hubadiliki kamwe, sema zaidi ya yote, utabaki kuwa Mungu, Alfa na Omega, hubadiliki kamwe. Wapisha wena vigelegele kwa Yesu. Tell your neighbor, we are in Africa. We are in Africa. And we gotta praise God in African way. Hallelujah. Amen. There is a song that says, all the other gods, they are the works of men, but you are the most high God. There is none like you. But sisi tunasema, listen, gaisho igesho there, niwera wa mokomado, nowe ore igoro mono, gotire tawe. Listen, gaisho igesho there, niwera wa mokomado, nowe ore igoro mono, gotire. Say, all the other gods, all the other ones of men, but we know you are the most high God. There is none like you. Say, all the other gods, all the other gods, they are the ones, but you are the most high God. There is none like you. Kila mtu check. Twende, twende, twende. 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 Jehovah, you are the most high. Jehovah, you are the most high. You are the most high God. You are the most high God. Masaika Yesu kachiranga jenda. Hallelujah, kachiranga jenda. Hallelujah,
Chiranga Jika. Makofi tena. Ambia mwenzako tumemaliza. Lakini wameimba poa. Wameimba poa. Kwa hivyo after sermon let's give them tuwadanganya ama tuwapeni ni. Tuwa promise. Sawa basi after sermon kutakuwa na another presentation. Na watakuja watumiwe na roho vile ambavyo wametumiwa, si ndio? Amen. Sasa nataka tualike the host of the day waje tena ili tuweze kuingia katika sermon. The host of the day come. The host. Haya. Hiyo bandi iko sawa. Hiyo bandi. Makofi kwao. Makofi kwao. Hey. Okay, praise God. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Praise God. Pigia Bwana Yesu makofi mazuri kama umefurahia kuwa mara hapa. Na kisha usimame tumsifu Bwana kwa wimbo mmoja peke yake. Tuingia kwa awamu ya kumwabudu Mwenyezi Mungu. Then tutaingia kwa mahubiri. Tusimame miguu yetu. Nataka tumsifu Bwana with a common song. Inasema yote yawezekana kwa imani, yote yawezekana kwa imani. Mnaijua si ndio? Nothing is difficult before the Lord, si ndio? Hakuna kilicho gumu kwa Mwenyezi Mungu. Si tumeambiwa hivyo? Yes. Kupitia imani tutaweza, si ndio? You are a chosen generation. Patiwe beat then tumsifu Bwana. Aya, weka makofi mazuri kwa Yesu. Yote yawezekana kwa imani, yote yawezekana kwa imani, yote yawezekana kwa imani, yote yawezekana kwa imani, yote
mkono mahali uliona pekee hatuwezi. Tumeuona mkono wako Bwana, matendo yako Bwana ni makuu. Umetutoa mbali Bwana, mahali uliona pekee. Chini hata juu, watu unawainua, sifa na utukufu. Na tutakusifu. Umetutoa mbali, ukatushika mkono, mahali uliona pekee. Chini hata juu, watu unawainua, sifa na utukufu ni zako. Tutakusifu jina lako, milele tutakusifu, daima uwema. Give a shout to the Lord.
cha mnenaji wa siku ya leo. Wacha neno hilo likaingia katika maisha yako. Wacha neno hilo likatumika katika maisha yako. Bwana Mungu ameandaa siku ya leo. Ameandaa mtumishi wake kwa sababu ya nafasi hii. Ameandaa wakati huu ili ukaweze kusikiza kutoka kwake. Bwana wewe ni Mungu. Jesus, we worship your holy name. We give you glory, Lord. We honor your holy name, our Father. We honor your holy name, King of glory. You are worthy, our Father, King of glory. You are worthy of our worship. Just open up your voice unto the Lord. Mtumishi wa Mungu anapoenda kusimama wakati huu, wacha neno hilo likapanda mahali pazuri katika moyo wako. Wacha neno hilo likawe la kurejesha katika maisha yako. Wacha neno hilo likawe la uponyaji katika maisha yako. Bwana anaweza. Nataka nimwone Yesu. Nataka nimwone Yesu. Nataka nimwone Yesu. Nataka nimuone. Worship your name, Lord.
tu tunayehitaji katika maisha yetu Bwana. Hakuna mwingine, ni wewe tu Bwana, ni wewe tu Yesu, ni wewe tu tunahitaji Bwana. Mwambie Bwana ni yeye tunahitaji katika maisha yako, ni yeye tunayemwita katika ndoa yako, ni yeye tunayemwita katika masomo yako, ni yeye tunayemwita katika kazi yako. Maana kuna mwingine aliye kama wewe Bwana. Unastahili Bwana. Have your way Lord. Ni wewe tu Bwana twakuhitaji, ni wewe tu Bwana twakuhitaji Yesu. Katika maisha yetu twakuhitaji Bwana, katika ujana wetu twakuhitaji Bwana. Hakuna mwingine aliye kama wewe Bwana. Tuelekeze Yesu, tuelekeze Bwana ndani ya maisha yetu Bwana. Tuelekeze Yesu, tuelekeze Bwana, tuelekeze Yesu. Lead us, O King of Glory. Holy Spirit, have your way in our lives, O God. We desire to walk in your presence, O God. We desire to walk by your Holy Spirit, O King of Glory. We desire to be led by your word. We desire to be directed by your word, O God. We desire to be guided by your word, Father. We desire to be led by the Holy Spirit, O God. Now beside you, our Father, Lord, we just give ourselves before thee, O God. We shall be sacrifice, our Father. For there is none like you, King of Glory. So kuabudu mchana wa leo Bwana. Twaliinua jina lako Bwana. Twaliinua jina lako mtakatifu. Tunakuabudu mchana wa leo Bwana. There is none like you, King of Glory, Lord. There is none like you, our Father, O God. You are worthy, O God. Just as a sign of surrendering unto God, just lift your hands unto Him. Lift your hands unto Him. Mwambie Bwana, neno linapokuja katika maisha yangu, wacha neno hili Bwana likaweze kunijenga. Wacha neno hili Bwana likaweze kunielekeza katika maisha yangu Bwana. Just lift your hands before the presence of God, for He is faithful. Hakuna jambo lolote ambalo ni ngumu mbele zake. Umekuja hapa na mahitaji mbalimbali, lakini Bwana ni mwaminifu. Anaweza yote, anaweza yote, anaweza yote, anaweza yote katika maisha yako. He is a faithful God. Thank you Jesus. Asante, asante, asante Baba, tunasema ni asante kwa hicho kipindi ambacho umetupa. Na imani ya kwamba umepokea sifa zetu, tuna imani ya kwamba umepokea hata hizo nyimbo za kuabudu Baba rehema. Tunaomba ya kwamba Baba rehema ututumie jinsi tulivyo Baba rehema, jinsi ambavyo tumeomba ya kwamba tunaomba tukuone Baba rehema. Wacha uonekane ndani ya mioyo yetu na ndani ya maisha yetu Jehova Jireh. Hawa ambao umetumia Baba rehema, naomba ukawaongezea Baba baraka zako Jehova Jireh, na uongezee neema Baba rehema, na ukifanya hivyo nguvu na utukufu zikurudie. Amen, amen. Tumpige maana makofi wanapoketi, wanapoketi. Jesus, asante kwa yote umetenda, asante kwa yote umetenda, asante Yesu. Asante Yesu kwa yote umetenda. Praise Jesus. Usiboeke. We. Hey. Naona mood imeingia, ni mood ya maombi, ya worship experience yenyewe, si ndio? Naona tunaendelea ku experience. Sasa nataka ku experience neno ambalo tumishi menenewa na Mungu. Amen. Vile tumetulia, tusitulie alafu tulale. Vile umetulia, naona umetulia sana. Lakini sawa. Nataka tutulie, wale ambao wanaingia waingie, wale ambao wanatoka watoke na wasirudi, waondoke na huko nje. Lakini sawa,
We are live at Mwangaza TV, Kiheo TV, JPC TV na viewers, asante sana. Sasa nawaomba msitoke sasa, msibadilishe mpeleke sijui wapi na wapi. Naomba sasa tutulie sasa napoletewa neno na our reverend, na natumai ya kwamba hili neno ni lako wewe ambaye ni mtazamaji. Naomba uandike hata message useme ni nini ambao umeona, ni nini ambao umeona, ni labda Mungu amekuonekania. Sasa hizi najua ushuhuda zishaanza. Amen. Tunajua kwamba tumetumikia Mungu na ameshaanza kutumikia watu, si ndio? Ushuhuda ishaanza na najua kwamba watu wataandika message huko, tujue ya kwamba Mungu ameonekana. Amen. Amen. As time goes, nataka sasa tumwalike our Reverend Elvis Madhenge. Amen. Makofi, 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 makofi kwake. Asante sana Reverend. Mungu akutumie. Asante. God is good. God is good. And all the time. And that is salimia jirani yako mambo umesalimiwa na pasi. Wale hawasalimiani, wale tu ni kuniangalia. Salimia hapo, salimiana hapo, salimiana hapo na Mungu atakubariki sana. Sema amen. Nashukuru Mungu kwa hii nafasi ambayo ametujalia tuweze kuwa hapa. Situpigie huyo Mungu makofi mazuri. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo makofi ni ya chief. Hiyo si ya Mungu. Makofi ya Mungu inakuanga wapi? Hapo. Inua juu ya kichwa, juu ya kichwa, juu ya kichwa, tujue wale wanaoga na hawaogi. Inua hapo, 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 hapo. Pigia Bwana Yesu makofi mazuri, makofi mazuri, makofi mazuri. Thank you. Unajua vile unaji-express facially ama katika sura yako ndio pia inafunua vile moyo wako ulivyo. Sema amen. Kwa hivyo ni vizuri kufurahia. Ambia jirani yako acha kuboeka. Furahia. Bwana Yesu asifiwe. Nashukuru Mungu sana kwa sababu ya hii nafasi ambayo ametujalia tuweze kuwa hapa. Nashukuru pia our Bishop Edward Mwai kuturuhusu kuwa hapa na ametuma salamu zake kwenu. Simpigie Bwana Yesu makofi mazuri kwa sababu ya upendo na wema na fadhili zake. Nimeheshimika sana leo kwa sababu our Bishop ametuma pia mchungaji, our senior reverend ambaye yako hapa na atakuja kujitambulisha. Kwa hivyo nashukuru Mungu sana mchungaji kwa sababu ya kuwa pamoja na sisi. Mungu akubariki sana. Nashukuru pia wewe ambaye umekuja kutoka mbali na karibu. May God bless you. Sema amen. Haya, nishukuru pia our principal kwa sababu ya kuturuhusu pia tuwe hapa. Ni jambo ambalo si la kawaida. Nataka kwenda katika neno la Bwana. I want you to open or write down mahali hapo Jeremiah chapter 1 from verse number 4. Jeremiah 1 from verse number 4. Ukifika hapo sema amen. Hao ni wachache. Ukifika Jeremiah chapter 1 verse number 4 sema amen. Tumeongezeka. Mwenyezi Mungu aliniambia neno lake. Sema amen. The Lord said to me, I chose you before I gave you life. Hallelujah. I chose you. Bwana Yesu asifiwe. Huyu alikuwa ni kijana mdogo na alikuwa ni mtu ambaye alikuwa katika hali ya maisha yake. You know, life is only life until you meet with God. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Maisha ni maisha tu hadi ukutane na Mungu mwenye maisha. Bwana Yesu asifiwe. Yeremia alikuwa tu anaendelea na shughuli zake. Leo tunahubiri na wewe. Bwana Yesu asifiwe. Yeremia alikuwa anaendelea na shughuli za maisha yake. Alikuwa sio mtoto, alikuwa sio mzee, alikuwa hapo katikati ni kijana. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kijana ambaye alikuwa anaendelea na maisha yake, lakini pengine hakukuwa anajua makusudi, the purpose or the purposes of God katika maisha yake. Bwana Yesu asifiwe. Na hakuna kitu kizuri wapendwa kama kujua lile kusudi ambalo Mungu akonalo juu ya maisha yako. Haleluya. There is nothing as good as knowing the purpose of God for your life and for my life. Mungu akatokea huyu kijana ambaye anaitwa Jeremia na akaanza a conversation, kuongea na yeye. Akaanza kusemezana na yeye. Bwana Yesu asifiwe.
akamwambia, before I chose you I already knew you. Bwana Yesu asifiwe. Nimekuja kukutia moyo mpendwa siku ya leo nikwambie, as our theme is ya kwamba we are a chosen generation. Jambo la kwanza ningependa ujue ni ya kwamba God already knows you. Bwana Yesu asifiwe. Mungu tayari anakujua hata wakati ambapo haujijui ama haujielewi, lakini kuna Mungu mbinguni ambaye anajua maisha yako, anajua jina lako, anajua mpangilio wako. God already knows you. Mwambie jirani yako, God knows you. Muongee vizuri, mwambie God knows you. Mwambie Mungu anakujua. Bwana Yesu asifiwe. Akamwambia, before I chose you. Imagine, nataka tupelekane na wewe katika kiatu hiki cha Yeremia. Before, kabla nikuchague. Because to be chosen, anasema ya kwamba kabla nikuchague, ni kumaanisha nini? What does the word chosen mean? Tuko watu wengi hata katika ulimwengu huu, lakini kuchaguliwa ni mtu ambaye anatengwa. Bwana Yesu asifiwe. Watu ni wengi, lakini ni kama mkono ukuje sasa handpick, yani ukutoe katikati ya watu. Bwana Yesu asifiwe. Anamwambia sio tu kukuumba ama uhai nilikupatia, lakini hata kabla, Bwana Yesu asifiwe, nilikuwa nimekuchagua, nilikuwa nakujua. Bwana Yesu asifiwe. Before I chose you, nilikuwa nakujua. Nataka uelewe vile Mungu anafanya mambo. Hallelujah. Before I chose you, I already knew you and I gave you life. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Hata kabla, sasa nataka uelewe, kabla wewe uingie kwa nyungu ya mama yako, uterus ya mama yako, kabla process yako ya formation ianzie katika nyungu ya mama yako, kabla mama yako hata baba yako ajue wewe ni wa kiume, wewe ni wa kike. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kabla ajue mimi nilikuwa nataka msichana, nilikuwa nataka mwanaume, kabla hiyo process yote ianze, God already knew you. Hallelujah. Nyinyi mnashangilia kuliko hawa. Hawa wenyeji hawashangilia, hata nikuje hii side. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Kabla uingie kwa uterus ya mama, Mungu tayari alikuwa amekujua. Kabla hata kichwa yako iumbwe, kabla yani ijulikane, hata daktari aende adhibitishe, amwambie huyu kulingana na scan, huyu ni mtoto msichana. Bwana Yesu asifiwe. Huyu ni wa kiume. God already knew you. Hallelujah. Ulikuwa unajulikana na Mwenyezi Mungu, na anasema in that process I gave you life. Uhai wako haukuanzia wakati ulitoka kwa nyungu ya mama yako. Uhai wako haukuanzia wakati ulijielewa. Uhai wako haukuanzia wakati ulianzia shuleni. Your life began when God gave it to you. Bwana Yesu asifiwe. Maisha yako yalianzia wakati Mungu alikujalia. Hallelujah. Na huyo Mungu aliyekujalia maisha yako, hakuna mtu ambaye alimzuia. Bwana Yesu asifiwe. Hakuna sauti ambayo ilipinga Mwenyezi Mungu. Hata shetani hakukaribia the process of your formation. Bwana Yesu asifiwe. Hakuna kitu kilizuia Mungu. Anasema nilikupatia uhai alafu nikakuchagua. Hallelujah. And before you were born, I selected you to be a prophet to the nations. Nataka tupelekane na wewe. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. And before I selected you, hallelujah, nilikuwa tayari nimekutayarishia destiny yako, future yako. Bwana Yesu asifiwe. Future yako Mungu tayari alikuwa anaijua. Haujazaliwa bado, wewe bado hata haujakuja, lakini Mungu aliye juu mbinguni tayari alikuwa amekuchagua, amekupatia uhai, na zaidi ya hiyo anajua kile ambacho amekusudia utakuja kukua. I had already chosen. Nilikuwa tayari nimesema na nimepanga, wewe utakuja kuwa nabii, utakuja kuenda ng'ambo, utakuja kuwa daktari, utakuja kuwa mchungaji, utakuja kuwa rubani, utakuja kuwa mwimbaji, utakuja kuwa mwanabiashara mashuhuri, utakuja kubarikiwa. Bwana Yesu asifiwe. Hata wewe haujatoka kwa nyungu ya mama yako, hata bado haujaingia, but your destiny is already shaped by God. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe.
Tayari nilikuwa nimekuchagua, tayari nilikuwa nimepanga. Oh, haleluya. Yule, na unajua ni nani huyu anaambiwa? Ni huyu ambaye amechaguliwa. Si kila mtu. Na ukiona uko hapa na mtazamaji na msikilizaji, ambia jirani yako, I am chosen. Mwambie I am chosen. Bwana Yesu asifiwe. Ati Mungu kabla hata utoke, kabla ya mambo yote, huyu ambaye nimemchagua, maisha yake tayari nimeyapanga. Future yako ilikuwa tayari imepangwa na Mungu katika ulimwengu wa kiroho. Imagine, yani maisha yako from birth mpaka mwisho, maisha yako, you are not news to God. You are not news. Hallelujah. You are not news to God. Mungu tayari alikuwa anakujua hata kabla ujijue. Hallelujah. Wacha saizi vile kuna mtu anasema niende Germany, niende Korea, niolewe na mzungu, niolewe na mtu wa Kenya. Sasa wewe uko kwa hiyo mambo, Mungu tayari anajua. Bwana Yesu asifiwe. Wewe ukichagua katikati ya Kenya na Germany na Korea, God already knows. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Ambia jirani yako, mpatie high five, mwambie Mungu anajua. Mwambie Mungu anajua. Bwana Yesu asifiwe. God already knows. Imagine hakuna mambo yako ati inashangaza Mungu. Wewe haukushangaza Mungu. Hata ukishangaa, hata uwaze na uwazue, hata ufikirie na ufikirie tena, hata ufanye nini ufanye, maisha yako tayari yalikuwa yamepangwa na Mungu. Hallelujah. Na hakuna mtu ambaye anaweza pangua. Before that nilikuwa tayari nimepanga utakuja kuwa mtu fulani. Hallelujah. Anaambia huyu kijana, wacha vile saizi unajiona wewe ni kijana, unashindwa maisha yangu ya kesho itakuwa aje. Hallelujah. Mungu anamwambia wewe, kabla ujijue na ujielewe, hata mahali umefika leo, urefu wako, unene wako, ukonda wako, uweusi na uweupe, Mungu alikuwa anakujua. Hata upake makeup, ukose kupaka makeup, Mungu alikuwa anakujua. Hata uende gym uongeze muscles, Mungu alikuwa anakujua. Ambia jirani yako unajulikana. Mpatie high five, mwambie unajulikana. Naweza kosa kujua jina lako lakini unajulikana. Bwana Yesu asifiwe. Naweza kosa kujua historia yako lakini Mungu anakujua. Bwana Yesu asifiwe. Mungu anakujua, hata uvae mask, ufunike macho, Mungu bado anakuona. Bwana Yesu asifiwe. Akamwambia nilikuwa ninakujua. Hallelujah. Unajua vijana huwa tunakuwa na mawazo mengi sasa. Unashindwa nifanye course gani, unashindwa niende wapi, niende kusomea kitu fulani, niende nichukue visa niende ngambo. Alikuwa hapo Jeremia in between, kwa sababu kijana ako na pressure nyingi sana. Vijana huwa na pressure. Sasa Mungu alikuwa amekuja kutuliza huyu kijana. Na uangalie vizuri katika Biblia, Mungu alipenda sana kuinua vijana. Bwana Yesu asifiwe. Akaanza kuongelesha nabii. Huyu kijana hata ajui ni nabii, hata ajui kutabiri ni nini. Imagine this young man does not even know. Hata hajui. Hata Mungu akimwambia wewe ni nabii, hata hajui hiyo ni nini. Yeye mwenyewe haelewi. Unajua kuna kitu Mungu anaweza kuambia ushindwe, itakuwa aje. Ni kama Mungu akwambia ati leo, akwambie next year at a time like this. Bwana Yesu asifiwe. Mungu tu akwambie next year wakati kama huu, kitu hata uwezitarajia. Akwambie tu kitu ya kukushangaza, kitu kizuri. Sijui nini unatamani kwa Mungu. Mungu tu akutokee, akwambie next year, ama akwambie kesho wakati kama huu. Hallelujah. Nitakuwa nimekufanyia jambo fulani. Huyu kijana kusikia hivyo, na anaambiwa hautakuwa nabii wa Roy Sambu peke yake. Bwana Yesu asifiwe. Hautakuwa nabii wa familia yenu. Anaambiwa a prophet to the nations. Hallelujah. Mimi sijui kwa nini unajionanga wewe ni mtu loko. Sijui kwa nini unajionanga loko uko huku. Loko, mawazo yako ni loko, mienendo yako ni loko. Ambia jirani yako, I am not local. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Alikuwa anaambia wewe sio tu nabii kwa Israeli, wewe ni nabii wa mataifa. Hallelujah. Future yako sio tu ya hapa. Wacha kuona tu ukiwa hapa. Future yako, maisha yako, kile Mungu aliweka ndani yako, kuna watu wanangojea. Kuna mataifa yanangojea. Kuna vizazi vinangojea. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Neno la Mungu linasema in the book of Acts 13 verse 36, Daudi akaishi kutimiza makusudi ya Jehova in his generation. Hallelujah. Unajua to be a chosen generation, yani ni kuchaguliwa katika kizazi chako.
Kuna purpose, kuna jambo Mungu anataka itimie in your generation. Generation is a group of people ambao wanaishi in a specific time period. Bwana Yesu asifiwe. Generation ni watu wanaishi kwa muda fulani. So Mungu kuna kusudi ambalo akanalo. Akaambia Yeremia, wewe sio tu mtumishi wa Mungu hapa, hata kwa mataifa nimeamua ya kwamba nitatimiza makusudi na malengo yangu kwako. Hallelujah. A prophet to the nations. I answered, Sovereign Lord. Niruhusu nisome na Kiingereza ndio inatoa vizuri zaidi. Sovereign Lord, I don't know how to speak. I am too young. Uko na miaka ngapi? Hawezi tangaza leo. Uko na miaka ngapi? Yeah? Mwalimu pale anasema haizi sema. Hallelujah. Anasema Mwenyezi Mungu, sijui kuongea visababu. Hallelujah. You know, I don't come from the right family. Sikupita form 4. Sijui Kiingereza vizuri. You know, I don't have self confidence. Sijui kuongea. Unaniambia nitatabiri, mimi ni nabii, hata kuongea sijui kuongea. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Anamwambia Mungu, I am too young. Mimi ni mdogo sana, miaka yangu ni michache. Lakini Mungu kile amekuandalia na amekuwekea, haja kuwekea kwa sababu wewe ni mdogo ama wewe ni mzee. Bwana Yesu asifiwe. God does not glorify himself in man's life because of age, because of limitations, because of family backgrounds. But God anajitukuza because he is God. Bwana Yesu asifiwe. Akasema I am too young. Miaka yangu ni michache. Hiyo kitu umeniambia sio yangu. Hiyo labda ni ya baba yangu. Baba yangu ndo anaweza hiyo mambo. Labda hiyo ni ya bro wangu mkubwa. Hiyo ni ya sizi yangu mkubwa. But that is too big for me. Akamwambia I am too young. Ukisikia akisema I am too young, hakukuwa na miaka 30. Huyo si mtu ako na miaka 30, hakukuwa na miaka 25. That gentleman was young. Ukisikia too young, hallelujah. Akasema I am too young. But the Lord said to me, verse 7, do not say that you are too young, but go to the people I send you to. Hallelujah. Usiseme ya kwamba wewe ni mdogo. Usiseme ya kwamba Mungu hawezi nitumia. Usiseme ya kwamba mimi sifai. Hallelujah. Usiseme ya kwamba mimi nimedharauliwa, mimi nimetengwa. Usiseme ya kwamba haiwezekani kwangu. Usiseme hivyo. Bwana Yesu asifiwe. Usiseme ya kwamba haiwezekani. Anamwambia, lakini mimi Mwenyezi Mungu ndiye nitakaye kutuma, na lazima uende kwa wale watu ambao nimekusudia uende. Hallelujah. Lazima ufike mahali nimesema utafika. Lazima ukue kile mimi nimesema utakuwa. Lazima utafikia na ukanyage, miguu yako ikanyage, macho yako yaone, mikono yako iguze yale mambo Mungu amekusudia juu ya maisha yako. Hallelujah. Akamwambia kwamba do not say that you are too young, but go. You must go to do not say that you are too young, but go to the people I send you to and tell them everything I command you to say. Do not be afraid of them, for I will be with you to protect you. I, the Lord, have spoken. Sema amen. Bwana Yesu asifiwe. Then the Lord stretched out his hand. Verse 9. Mungu akanyosha mkono wake, touched my lips. Akaguza kinywa chake, kwa sababu nabii ndo aongee lazima atumie mdomo. Bwana Yesu asifiwe. Yani ni kumaanisha ile kipawa Mungu anakujalia ndo anaenda kuichochea. Hallelujah. Aliguza kinywa cha Yeremia kwa sababu ni mdomo wake unaenda kutumika. And touched my lips and said to me, listen, I am giving you the words you must speak. Bwana Yesu asifiwe. I am giving you the words you must speak. Today, I give you authority. Hallelujah. I give you authority. Bwana Yesu asifiwe. Nakwambia kama kuna kitu kizuri katika hii maisha ni kutembea na kitu inaitwa authority. Hallelujah. I give you authority. Mungu akamwambia Yeremia, ondoa uoga na uondoe baridi. Ambie jirani yako ondoa baridi. Mwambie ondoa wasiwasi. Kwa sababu Mungu kuna mahali anakupeleka. Kuna mahali Mungu anakufikisha. Bwana Yesu asifiwe. Lile kusudi ambalo Mungu amekusudia na maisha yako lazima litatimia na litatendeka. Haijalishi mwaka wako ama miaka yako. Yeremia akaambiwa na Mungu, lazima utaongea yale maneno ninataka uongee, na lazima utaenda kule ambako ninataka uende.
akanyosha mkono wake kwa Yeremia, akaguza kinywa chake. Bwana Yesu asifiwe. May God stretch out his hand today na aguze kile kinahitajika kuguzwa ndani yako. Bwana Yesu asifiwe. Mungu aliguza kinywa cha Yeremia ili aweze kuongea maneno ya Mwenyezi Mungu. Aweze kuongea sio maneno yake, lakini maneno ya Mwenyezi Mungu. Akamwambia, ninatakasa, ninaguza kinywa chako. Tazama, nimekupatia maneno ya kuongea. Haleluya. Hautakuwa peke yako tena, my sister, my brother. Hautakuwa peke yako tena. Vile umeingia hapa siku ya leo kwa hii worship experience, na kuhakikishia ukiamini na upatanishe imani yako na hili neno, yule Mungu alikuwa na, Jeremiah is dead, he is not here, wewe ndio uko uhai, but the word of God is still alive. Kwa hivyo nikiongea, unafaa kushika hilo neno, ati kile ambacho katika maisha yako Mungu alipanda ndani yako, anaenda kunyosha mkono wake leo, aitakase, aichochee, aiamshe tena ile kitu Mungu alipanda ndani yako, kile alisema utakuwa. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo ndiyo kitu Mungu anaenda kuamsha leo. Ile njia Mungu alisema utatembea. Bwana Yesu asifiwe. Ile barabara Mungu alikusudia utatembea, anakurudisha kwa hiyo barabara. Wale watu Mungu alisema utatembea na wao, anarudisha hao watu katika maisha yako. Haleluya. Ile maono Mungu alikuwa nayo juu ya maisha yako, hayo maono ndiyo Mungu anaenda kuyaleta tena karibu na wewe. Bwana Yesu asifiwe. Akaguza kinywa cha Yeremia. Mungu na aguze mawazo yako, na aguze mikono yako, na aguze moyo wako, na aguze hali ya maisha yako. Kile unahitaji ni kuguzwa na Jehova. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Hebu guza jirani yako, mguze kidogo. Sasa huyo ni jirani. Mungu atakuguza zaidi. Mungu atakuguza zaidi. Bwana Yesu asifiwe. Mungu atakuguza. Yani Mungu aliguza huyu kijana. His life was never the same again. Na ikiwa Yeremia aliguzwa na Mungu, wewe na mimi tutaguzwa na Mungu leo. Bwana Yesu asifiwe. Akaweka maneno yake, maneno ya Mungu, akayaleta ndani ya Yeremia. Sijui kama unatembea na mimi. Wacha kufikiria mambo ya chakula, lunch utakula baadaye. Mambo ya neno iko hapa. Haleluya. Akaweka maneno yake, maneno ya Mungu yanawekwa. Imagine, hiyo ni kusema nini? Yani what God has, he is going to impart it in your life today. Haleluya. Unajua gari ama simu ama hii microphone ni mfano natumia, ikileta shida huwa inafanywa nini? Kutengenezwa inapelekwa wapi? Fundi, inarudishwa kwa manufacturer. Good. Tuko hapa leo. Bwana Yesu asifiwe. Hii ikiharibika, ama simu yako ama gari ama hii mashini iko hapa, huwa inarudishwa kwa manufacturer, mahali ilitoka airekebisha. Sasa wewe kwa yule uliyetoka, anakurudisha kwake, akupatie kile alichonacho ndani yako. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Sasa ni muumba wako, tunapatana na yeye siku ya leo, akupatie kile alichonacho, his will and his purpose. Akapatia Yeremia maneno yake, aweze akienda kuongea asiongee mambo yake, asiende kuongea maneno haelewi, but that he may speak the will and the purposes of God. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Nimekwambia unahitaji kuguzwa, ndo maisha yako ipelekane na mapenzi ya Mungu. Ndio maneno utaongea yawe ni ya Mungu. Ndio kutembea kwako kufanane na Mungu. Ndio vile utavaa ifanane na Mungu. Vile utaongea ifanane na Mungu. Mikono yako ifanane na ya Mungu. Macho yako yafanane na ya Mungu. Tabia zako zifanane na Mungu. Yeremia ni kijana mdogo, lakini amerudishwa kwa muumba wake, na muumba wake amepuliza maneno yake ndani ya huyu kijana. Huyu kijana sasa amejazwa na neno la Mungu. Imagine, he did not study the word, he was filled with the word. Bwana Yesu asifiwe. Hebu simama kwa miguu yako kidogo, simama kwa miguu. Stretch yourself kidogo, stretch yourself. Mungu anakuguza. Ukiketi chini, sijui kama Mungu atakuguza. Kama uko na uwezo wa kusimama, Bwana Yesu asifiwe. Kalia kiti chako sasa. Mungu anaenda kukuguza. Haleluya. Mungu anaenda kukuguza. Kwa sababu Yeremia akapuliziwa maneno ndani yake. Haleluya. Akaambiwa na Mungu, sasa nimekupatia maneno ya kuongea. My God, ninakupatia sasa maarifa.
Oh my, haukukuwa unaelewa. Bwana Yesu asifiwe. Pengine ukienda class Korea, Germany, unashindwa Ujerumani nitaenda. Sasa Mungu leo anapuliza understanding. Bwana Yesu asifiwe. Anapuliza kitu mpya ndani yako. Haleluya. Mwalimu akisimama hapa, kile anaongea sasa, Mungu anakupatia kitu inaitwa, ambia jirani yako, understanding. Haleluya. Unajua hata hili neno ambalo nakuhubiria, ndiposa uelewe, lazima ukuwe na kitu inaitwa understanding. Mungu na akujalie kile ambacho unapaswa kuwa nacho, ndo malengo yake yaweze kutimia. Akamwambia, and do not be afraid. Nenda kumalizia, nikaribishe mchungaji. Akamwambia, do not be afraid of them. Hallelujah. Kama kuna maneno Mungu hupenda kuambia binadamu, Genesis to Revelation, is do not fear. Bwana Yesu asifiwe. Sijui nani anatisha maisha yako, sijui nani anakutisha na nini inakutisha. Bwana Yesu asifiwe. But let this word be your word and my word, that do not be afraid. Hallelujah. Moyo wangu usiogope tena, moyo wako usiogope tena, moyo wako usifadhaike tena. Do not be afraid of them. Do not be afraid, because God is going together with you. Hallelujah. Mungu mwenyewe ndiye anatembea na wewe. Hallelujah. Mungu akitembea na wewe, nothing will become impossible. Hallelujah. Akitembea anakufunika na utukufu wake, anakufunika na wema wake. Do not be afraid of them, for I will be with you to protect you. Hallelujah. Nitakuwa pamoja na wewe kukulinda. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. I want you to be encouraged, my dear brother and sister. Ujue ya kwamba, for you who is a chosen generation. Hallelujah. Mungu akona kusudi njema na maisha yako. Haijalishi mahali umefika, hata kama umefika ukingoni mwa maisha yako. This was a young man like yourself and myself, or a young woman who is here. Lakini Mungu alikutana na yeye, na alipokutana na yeye akakuja kujua destiny yangu ni hii. This is what God desires for me. Bwana Yesu asifiwe. This is what Mungu ameniwekea. Na maisha ya Jeremia from that day, ukiendelea sasa kusoma, that is just chapter 1. From chapter 1, chapter 2, his life ikachukua the course ama mwelekeo ambayo Mungu alikuwa amekusudia. Mungu awabariki sana. Ninapochukua hii nafasi kukaribisha my reverend aweze kuendelea. God bless you. God bless you. Karibu sana mchungaji. Siumalizie mara moja. God is good. Pigia Yesu makofi mazuri sana. Nashukuru Mungu sana kuwa pamoja nanyi, na kama vile Reverend ametangulia kuwaambia, askofu wetu Edward Moi na wale wachungaji wengine wametutuma na salamu. Mmepokea? Wangapi wamepokea? Hebu inua mkono juu. Asante sana. Pia tushukuru pia kwa uongozi wa hii shule na hata nyinyi wenyewe kuonelea vema kutualika kuwa hapa. Bwana asifiwe sana. Mungu awabariki sana na watende mema, atuchukulie likiwa jambo la kawaida. May God bless you. Jambo lingine ni washukuru kwa sababu wengi wangekuwa mashughuli tofauti, wengine wangekuwa kwa mitandao, wengine wangekuwa kwa mambo tofauti, lakini mmechagua kitu ambao kimenigusa, at worship experience. Bwana asifiwe sana. Niulize, ni nani anajua neno ambalo kwa Biblia mtu aliabudu Mungu aka experience utukufu wa Jehova? Nani mwingine? Paul. Unajua wakati una worship na saa zingine una worship ndio experience kitu, si ni kweli? Sasa wakati una worship Mungu ama unamsifu Mungu,
ni kama kumkaribia Mungu. Mtumishi wa Mungu ametufundisha kuhusu nabii wa Mungu Yeremia. Ati Mungu alimwambia, nilikujua hata kabla uingie ndani ya tumbo la mama yako. Alikuwa wa kwanza. Nani mwingine mnajua? Mungu ambaye alimtambua kabla ingie tumboni mwa mama yake kwa Biblia. Leo mimi ni mwalimu, naweza uliza maswali. Leo mwalimu naweza ubiri, naweza fundisha. Kwa hiyo mimi nikisimama naweza uliza maswali. Nani mwingine? Yesu. Nani mwingine? Hiyo Yesu kila mtu anajua. Tunajua malaika Gabrieli alitumwa. Hata ukiuliza mtu si Mkristo anajua. Nani mwingine? Hebu mtu inua mkono aongee juu unasikia. Kuna yule amesema John. John gani? Tuko na John wengi. The Baptist. Samuel. Hakuna mwenye amesema Samuel pale. Samuel. Samson. Nani amesema Samson? Ile Mungu aliongea kabla. Pia mmeweka Moses hapo. Isaac. Tutajionea maneno. Nani mwingine? Job. Kabla azaliwe Mungu alijua. By the way, hata Job historia yake inaanza tu akiwa mtu mkubwa, akiwa hata na watoto na bibi. Usome Job 1. Inasema nini? Mungu alikuwa na mkutano mbinguni, naye shetani akatokelezea. Mungu akamuuliza, umenionea mtumishi wangu Job ambaye ni mtakatifu duniani. Yaani hakuna mtu mwingine Mungu ameishuhudia ni mtakatifu. Alikuwa na watoto na familia na ngamia na kila kitu. Kuna mtu anaitwa Samson. Bwana sio sana. Malaika alitokea mama yake na alikuwa hapati mtoto. Babake alikuwa anaitwa Manoa. Umesikia hiyo story? Lakini mke wa Manoa huwa hatuambiwi jina. Ni kweli? Inasema alitokea mke wa Manoa. Akamwambia utachukua mimba na utazaa mwana, na akapewa instructions. Samuel, Mungu hakutokea mama yake ama baba yake. Ni mama yake aliambia Mungu, ukinipa mtoto wa kijana nitampeana kanisa. Ni kweli? Nani mwingine mlikuwa mmesemea? John the Baptist. John the Baptist babake alikuwa kuhani. Alikuwa anaitwa nani? Zakaria. Na akaambiwa atapata mtoto na akaambiwa vile jina ataitwa. Praise God. Lakini kutoka hapo hakuambiwa nini kitaendelea. Na John the Baptist alikuwa nani kwa Yesu? Walikuwa cousins. Kwa sababu Elizabeth alikuwa cousin wa Mary. Hapo mmeshika. So kuna mtu anaitwa Paulo. Nataka tu kugusia kidogo, tumehubiriwa na mchungaji. Paulo walikuwa wanatembea wakihubiri na wakakutana na msichana mmoja alikuwa na pepo. Hiyo unaweza soma katika kitabu cha Matendo ya Mitume chapter number 16, I think imeanzia 20 hapo.
ama 10 na kitu. Walikuwa Paulo na Sila, na huyu msichana alipowaona akawatambua ni watumishi wa Mungu, na akasema, tazameni, wale ni watumishi wa Mungu aliye hai. Lakini kama ni mtu hakuwa ndani ya roho, angefikiria wako ndani ya roho, lakini msichana alikuwa anatumiwa na pepo. So Paulo alipogundua, akakemea ile pepo, ikatoka ndani yake. Kumbe kuna matajiri walikuwa wanatumia yule msichana kujifaidisha na ile roho chafu ndio wapate pesa. So waliunga watu, wakapiga nduru, wakasema wao ni wakora, analeta funjo. Paulo akapigwa, wakatolewa nguo zote sokoni, hadharani. Biblia inasema hadharani, mbele hata ya watoto na wamama. Sio ni aibu kubwa sana? Wakarudi wakapelekwa kwa njela. Janji akaenda akasema wafungwe, na wakawekwa katika jela. Mimi napenda Paulo. Shinda yoyote Paulo alipitia, hajawahi lalamikia Mungu. Sometimes problems hazikosekanangi, lakini katika hiyo shinda yako, experience how to worship your God. Hata kama umelala njaa, hata kama umekosa school fees, hata kama umelaaniwa, hata kama umekataliwa hata na wazazi, experience how to worship your God. Paulo mara mingi hata akiandika barua nyingi aliandika akiwa njela, lakini alikuwa anasema mimi ni Paulo, mfungwa wa Kristo. Hakuna mahali hata alitumana asaidiwa atoke ndani. Hata Biblia vitabu zingine Paulo aliacha ameandika kwa ukuta ya cell. Walikuja pale wanachukua wanaandika. Bwana sio sana. Kwa hivyo wakati wote uwe katika shinda. Sometimes kwa hii dunia akukosekanangi mashinda, akukosekanangi zingine kupitia mambo. Juu hata Yesu alipozaliwa hapa, akalelewa hapa, halipozaliwa tu mfalme Herode alipanga kumuua. Kwa hivyo hakupata kipumziko. Ni ukweli? Kwa hivyo ukiwa katika hii dunia, wakati umeshikamana na Mungu wako, usiwahi kubali kitu chochote kikutoe karibu na Mungu wako. Always experience how to worship your God. Kuwe kuna mazuri, kuwe kuna mabaya, muabudu kila wakati. Nyambethea watu wawili, Paulo na Sila, na Paulo na Daudi, na wapenda sana, kwa sababu hakuna mahali imewahi fika wainue mikono wasarende. Bwana sio sana. So ukisoma hapo verse number 25 inasema hiyo kitabu ya Acts of Apostles chapter 16 verse 25 inasema, usiku wa manane walikuwa na muabudu Mungu na kumsifu. Utukufu wa Mungu ukashuka, na uliposhuka ukakata yale maminyororo walikuwa wamefungwa minyororo mikono na miguu. Hebu niambie, umechapwa viboko, umewekwa aibu, una nguo, na wamefungwa bila nguo. Wakienda pale, wale wafungwa wako ndani wanjachapwa viboko, umefungwa minyororo miguu na mikono. Kama ni watu wengine wangepata hiyo nguvu ya kuabudu, wangekuwa wanalalamika. Kwa hivyo inatufundisha nini? Hao watu hata katika hiyo shinda yao walimuabudu Mungu. Sema amen. Naamini ya kwamba leo bila umemwabudu Mungu na mmetenga siku ya kumwabudu Mungu, Mungu naye ashuke akatakata minyororo. Unajua kuna minyororo fulani mimi imekufunga. Kuna mwingine alifungwa na minyororo alirithi kwa wazazi, ingine ni minyororo ya lahana. Bwana sio sana. Mungu ashuke akate hiyo minyororo. Tuambie Mungu, yule malaika alituma wakati wa Paulo na Sila, amutume hapa siku ya leo, kwa sababu mmetenga wakati kwa sababu ya Mungu, hakatakate hiyo minyororo. Minyororo ya shinda, minyororo kosa school fees, ya kulala njaa, labda mlikosana na mzazi akakwambia kwenda huko utawainjisaidia. Leo kuna wengine hata wanaanza kulaaniwa na wazazi wakiwa wadogo.
hiyo minyororo yote hiyo, ama mtu aliongea against you. Wacha nikwambie kweli, kama kuna mtu alidharauliwa maisha yake yote kuanzia ile siku aliitwa na Mungu, kila mtu alikutana naye alimdharau, ni Daudi. Kwa sababu gani? Biblia inasema Nabii Samueli alitumwa kwa Jese achague nani? Mfalme kati ya vijana wa Jese. Kwa hivyo mtu wa kwanza kudharau Daudi ni babake. Baba yake. Kwa sababu gani? Alimwambia kesho nataka ulete vijana wako wote katika hiyo sherehe tuko naye, ndio Mungu anjichagulie mfalme. Kwa hivyo Mungu aliona Aka Jese aliona Aka ni kondoo, akafai hata hawezi kuwa mfalme, akaambiwa enda ukachunge kondoo. Na alikuwa kijana, hakuwa msichana. Hakuwa msichana, na aliambiwa bring all your sons. Akaambiwa enda ukachunge nini? Kondoo. Na Mungu ni nani? Mungu akiwa na wewe, akiwa na wewe, hata wakikuacha utawapita barabarani, utawapita barabarani. Baba aliona huyu hafai, hata hawezi kuwa mfalme, hata hajasoma, hata kamwili ni kandogo. Wanaweza kudharau vile wanakuona tu kwa sasa, lakini watakutafuta uwasaidie, watakutafuta uwaajiri kwa kampuni yako, watakutafuta uwapeleke ng'ambo. Sema amen. Baba yake akaona Daudi hafai kabisa, na akamuacha, akamuacha. Na alipomuacha, hiyo imeanzia kitabu ya 1 Samuel chapter number 16. Ni long story, utajisomea. Wakati wamesimama pale kwa sherehe, sasa kumeitwa wageni waheshimiwa, wana kijiji wote, stadium imejaa, unachaguliwa mfalme. Akaona Eliabu alikuwa mrefu kama ukamau, lakini alikuwa na mwili kama ile jamaa alikuwa anaimbisha hapa, alikuwa na mwili. Hata nabii akaangalia yenyewe physical appearance, akasema kweli huyu ndio Mungu amechagua. Sasa ile amechukua mafuta hivi, Mungu akamwambia no. Kuna watu wanataka kunyakua nyota zako, kabla watumie wataambiwa no. Kuna mtu aliiba kitabu yako ukiwa shule, ikabadilishanwa ndio usisonge mbele. Hata songa mbele na hiyo nyota yako. Una mahali yako saa hii, ataambiwa no. Sasa ile tu nabii ameinua pembe, anaenda kufanya nini? Kuminia mafuta, kabla itoke hata tone moja, Mungu akamwambia stop. Akamwambia mimi huwa siangalii kama wanadamu. Mwanadamu anaweza kuangalia kudharau tu bila huko, haone ufai, hata uende mahali, hata kiti uwezi pewa, hata uwezi onekana wewe unafaa. Waambie wangoje tu nakuja. Wangoje tu nakuja. Bwana asifiwe sana. Akaambiwa stop. Mungu akamwambia mimi siangaliangi kama wanadamu. Mimi naangalianga moyo. Kwa hivyo kile ningependa kuencourage kama wana youth, pendeza Mungu kwa moyo wako. Tafuta uhusiano wako na Mungu. Mushikamane na Mungu. Sema amen. Akaambiwa mimi naangalianga nini? Wapitishe, lakini yule nitakwambia ni yeye. Walikuwa watu wanaume 7. Wa kwanza akapita, wa pili hakuna sauti, hata dalili ya maono hakuna,
nabii amekauka. Watatu, waine, watano, wasita. Na Jesse pale amejigamba, alikuwa amefikiria the first born son anaenda kupatiwa nini? Ufalme. Wa sita na wa saba. Hata nabii akachanganyiki. Akamwambia Jesse, hebu kuja. Kwani Mungu anadanganyanga? Lakini naye Biblia inasema Mungu si muongo adanga. Hakamuita. Hakamuuliza, unataka kusema hakuna mtoto mwingine? Afungua hapo pastor, tusomee hapo, ni tamu. Hiyo ni tamu. Hakuna mtoto mwingine kabisa kwa familia yako? Unataka kusema ni kama Mungu hakujua kile ameniambia? Ebu soma verse 10. Chapter 16 verse Samuel 16 verse 10. Neno la Mungu linasema, Yese aliwapitisha watoto wake wote 7. Sasa baba amesimama hapo, ndio baba yao. Akawapitisha watoto wake wote na wakaisha Akawapitisha mbele ya Samueli. Mbele ya nabii. Sasa nabii amesimama. Na unajua nabii ashaambiwa usiangalie physical. Mbonde tunasomanga tupate ujuzi, lakini Roho akiingilia kati anatuongezea hekima si ya kawaida. Lakini Samueli akamwambia, Mwenyezi Mungu hajamchagua yeyote kati ya hawa. Hao tumeleta mzee, watoto wako wakuzaa. Mwenyezi Mungu hakuna ule amechagua. Alafu akamwambia, je, sasa ni nabii anauliza Jesse, juu hata yeye ameshindwa hapa kumeendaje? Je, watoto wote wako hapa? Yese akajibu, bado yuko mdogo. Sikia, yani kalidharauliwa tu. Kuna hata Kiswahili kingine inasemanga kale kadogo. Lakini amekwenda kumchunga kondoo. Yani imagine siku ya sherehe, bandala hata wafanyakazi wakaambiwa wakachunge kondoo, ama hiyo siku kulipo mtoki barua ati wewe huko kwa sherehe, asubuhi umeambiwa enda ukachunge kondoo. Imagine. Na ni baba yako. Samueli akamwambia, mtume mtu amlete. Sisi hatutaketi chini. Sikia, hii inanifurahisha. Amen. Tumana aletwe. Yes. Sisi nikiwa nabii pamoja na nyinyi. Yes. Hatutaketi chini mpaka atakapokuja hapa. Yaani wengine wakipitishwa watu walikuwa wameketi chini. Ndio. Sasa heshima imeanza kuingia. Amen. Asubuhi aliambiwa akachunge kondoo. Yes. Akaonekana hafai. Yes. Lakini sasa nabii amesema tumana aletwe. Sisi hatutaketi chini. Unajua kondoo unaweza enda kuchunga mbali sana. Ndio. Lakini hatuketi chini mpaka aletwe wapi? Hapa. Hivyo Yese alituma mtu. Naye akaletwa. Yule kijana Biblia tafsiri nyingine inasemanga halituma wanawe. Wale walikuwa hiyo siku wamefunuliwa chuti na tai, wamebeba masivi zao kama Eliabu alikuwa mwanajeshi. Yes. Ndio. Walinjiona wanafaa kuna nguvu ya mwili kabisa. Wakaambiwa endeni mulete ndugu yenu ule mdogo. Amen. Sasa mstari wa 17. Yule kijana alikuwa mwenye afya. Yani yule kijana sasa ile amefika, alionekana mwenye afya. Mwenye macho maangavu, macho sharp. Aliyechaguliwa na Mungu akaangi hivi. Amen. Wasichana watulie. Kwani hata wewe ni hivi? Sema amen. Yukia mwenzako mwambie usinione hivi. Mimi sio hivi. Sema amen. Amen. Mungu anakuja. Amina. Mungu anakuja. Na wakati atakuja kwako, kuna watu watasimamishwa shughuli zote.
Wale walikuona ufai. Yes. Hata baba yake alisimama. Hey. Hata nabii alisimama. Ndio. Hakuna kuketi Yes. mpaka Daudi afike. Amen. Na unasikia ni kijana alitokelezea, na unasikia aliitwa ule mdogo. Aha. Mwenye macho maangavu na wakupendeza. Na wakupendeza. Mwambie mwenzako, hebu niangalie. Niangalie. Ninapendeza. Check me well. Mwambie very soon tutakutana na wewe. Utaniuliza ni mimi ama sio mimi. Hallelujah. Yes pastor. Mwenyezi Mungu akamwambia Samueli. Sikia, kijana anakuja, hata hajafika, ametokelezea pale, Mungu akaongea. Akamwambia sasa ni Mungu anaambia nabii. Sasa huyu ndiye. Amen. Wengine Mungu alinyamaza. Yes. Sema amen. Amen. Walikutangulia lakini Mungu atanyamaza. Amina. Kuna mahali itafika Mungu atanyamaza. Yes. Kuna mahali watafika Mungu nyamaza. Na watasimama mpaka ufanye nini? Ufike. Inuka sasa. Umpake mafuta. Yes. Samueli akachukua upembe wake wenye mafuta. Akammiminia Daudi mafuta mbele ya kaka zake. Yaani alimiminiwa mafuta mbele ya kaka zake wakiangalia hivi. Walijua huyo ameenda kuchunga kondoo, hata chaguliwa. Ndio. Lakini shughuli yote ilisimama. Kaka zake waliangalia akifanya nini? Akimwagiwa mafuta. Kwanza hata hakualikwa hata kwa sherehe, by the way. Ni kweli. Hakualikwa hata kwa sherehe. Hata angeona kaka zake wakifanya nini? Sema amen. Amen. Mungu anakufikiria mazuri siku ya leo. Amen. Mungu anakufikiria mazuri siku ya leo. Yes. Hata kuliko yale mzazi. Mara roho ya Mwenyezi Mungu ikamjia Daudi kwa nguvu. Roho ya Mungu sasa hiyo ikashuka kwa Daudi. Kwa nguvu. Yes. Ikakaa tangu siku hiyo na kuendelea. Yaani roho ya Mungu ilishuka kwa Daudi, ikakaa tangu hiyo siku na hata na kuendelea. Bwana asifiwe sana. Amen. Nataka kusema nini? Daudi mwito wake wa kwanza kumdharau ni baba yake. Ni baba? Simeona already na kaka zake. Hata kuna ule alimtetea, hata mama yake badala kumtetea. Angesema huyu kijana wacha tu ahudhuria, hata kama ni kandogo, asiende kuchunga nini? Hakuna aliyemjali, lakini Mungu alikuwa anamjali. Amen. Alitumwa kichakani, Mungu akamtoa kichakani. Amen. Hata yeye ukumwetupwa mahali kanjangwa fulani. Kwa hiyo kanjango unaona ni kazito, wale unategemea wakusaidia wameshindwa, Mungu atatumana hapo. Amen. Na atakutoa kwa hiyo njangwa. Atakutoa kwa hiyo jangwa. Daudi anafurahia njani yake kwa sababu alipotoka hapo alirudi akatumwa kupelekea kaka zake chakula vitani. Kulitokea mtu mmoja alikuwa anaitwa Goliath. Si mnamjua? Na alipotokelezea ilikuwa vita kati ya wanajeshi wa Israeli na wanajeshi wa Filisti. Wakaangiri, toeni mtu mmoja na sisi tutoe mmoja, hawa watu wapigane. Yule atashinda, wengine watumikie hawa. Lakini Biblia inasema upande wa Wafilisti kulikuwa na giant called Goliath. Na ni kama walikuwa wanajua kila wakati alikuwa anatokelezea, Waisraeli wote wanapotea. Kumuona tu alikuwa 10 foot. Biblia inasemanga alikuwa futi 10. Kuna mtu niliona njuzi, rais wetu anamwangalia alafu anapeleka mkono inakuamia hapa kwa mbega. Ni wangapi waliona? Hebu inua mkono juu nione. Kwani amuonangi nini? Hebu inua mkono straight. Hii wiki Amerika. Ngai, hao wengine mko wapi? Alienda kupigwa picha na president na bibi yake, anawashikia chini hapa kama tutoto. Ni kweli?
Aliwashikia hapa chini tu. Kama vile unashikanga tutoto tudogo hivi. Rais mwenyewe anamwangalia namna hii. Sawa? So huyo hajafikia hata Goliath. Goliath alikuwa mrefu kuliko huyo mtu. Na unajua rais wetu si mfupi. Na alikuwa anaangalia huyo mtu namna hii. Hata yeye mwenyewe alikuwa ameshangaa. So nilipoona hiyo kavindi hata nilionyesha pastor. Goliath alikuwa 10 foot. Kama mimi niko 5 point niko 2 1 point sijafika niko 5 tukihesabu foot niko na 169 cm. Hiyo inakuwa 5.7. Yaani sijafika 6, nimebakisha inchi ngapi? 1.169 cm. Hiyo inakuja aje? Ule amekaribia 6 ni pasi. Anaweza kuwa amekaribia 6 hapo kidogo ama hawa amefika 6 flat. So, uhesabu ni kama mimi mara ngapi? Kwa sababu alikuwa 10. Mimi nasikia niko 5 point. Kwa hivyo huyu mtu ni kama uwekelee mwingine juu yangu, urundu utoe inchi 7. So unaona hiyo ni kubwa sana. Sasa hapa kifua alikuwa amewekewa ngao ya kukinga hapa ya 50 kg. Ile ngao alikuwa anashika na mkono ni 50 kg. So mkuki yake ni 50 kg ya kurusha. Wewe jaribu kuelewa huyo mtu ni mtu aina gani? So alikuwa anajitokeleza, Waisraeli wote wanakimbia. So Daudi alitumwa kupeleka unga. Alipofika kwa ule mwenye kambi, unajua upelekangi unga vitani, kuna kambi mahali wanapika chakula. Hakakabidhi yule msimamizi. Akasema kabla arundi kwa kondoo, sikia alikuwa amechunga bando kondoo, after kuanointiwa baba yake hakutambua hiyo mafuta, alirudishwa kuchunga nini? Hakutambua hiyo mafuta. Alipitia mengi. Kwanza after kuanointiwa arudishwa kuchunga nini? Lakini alikuwa worshiper na alikuwa mpiga kinanda. Sauli akapamiwa na mapepo. Ikaombewa ikakataa kwenda. Ikasemekana kuna mtu anapiganga kinanda, utukufu wa Mungu unashu. Ule mtu alikuwa State House akasema anajua kijana mmoja anaitwa Daudi. Hakatumaniwa tena kwenda kwa baba yake, wakaambiwa anachunga kondoo. Hata after kumwagiwa anointing babake alimrudisha kwa kondoo. Akaenda State House akawa anapiga nini? Kinanda, mapepo inae. Wakati iliacha Sauli kabisa kurundi tena nyumbani, badala apewe kwa heshima ametoka State House akarudishwa kwa kondoo. So hiyo siku hata ukisoma hapo nyuma Biblia inasema halitafuta mtu wa kuachia kondoo ndiye apeleke unga. Apeleke kaka zake unga ya chakula. Alipofika akakabidhi mwenye anapokea, akasema acha nikasalimie kaka zangu. Kaka zake walikuwa wanajeshi akina Eliabu. Niwasalimie kabla niende. Akaenda akawasalimia. Sasa ile anatoka hivi akasikia Goliathi ametokelezea. Daudi akamwangalia. Goliathi kutokelezea, wanajeshi wote wanakimbia. Wanauliza, umeona huyo mtu? Umeona vile anakaa? Na inasemekana aliwatukana Waisraeli day and night pamoja na Mungu wao for 14 days. Hakuna mtu aliyejitokeza. Hai! Daudi akatoka. Akasikia watu wakisema, mfalme alisema ule ataoa huyu, ataoa binti yake. Nafikiria kuoa Sasa unjaoa ambaye utaoa msichana ya Ruto, unafikiria ni rahisi? Ataoa binti ya mfa? Hiyo ni moja. Point number 2, mboma yao yote itaondolewa ushuru.
na yeye atapatiwa mamlaka, hatakuwa chini ya mfalme. Daudi akauliza ati, hata kabla amalize kuelezewa, Eliabu akaingia. Madharau tu ilikuwa inamfuata. Kamwambia, unafanya nini hapa? Rudi kwa kondoo. Uliachia nani kondoo? Tunajua ujuaji wako, toka hapa. Paka Daudi akauliza, nimefanya makosa gani kuuliza? Huu ni kaka yake. Unaona madharau ilianza na baba na mama. Sasa kaka naye ndio huyo. Haya. Kukaenda hivyo. Akarudi akaenda kwa mwingine. Sasa akasikia hapa mambo imeenda mzuri. Ati mtu ataenda State House, atakuwa mfalme. Ati atawa binti mfalme, mchungaji wa kondoo. Akaenda kwa mwingine. Ati lisemekana nini? Hai. Hao watu wakasikia kijana ako na confidence yake kawaida. Akabebwa akapelekwa kwa mfalme Saul. Wakaambiwa tumepata mtu ako na confidence anaweza kuwa Goliath. Nili nasema mfalme alimwangalia akamwambia, ni kijana mdogo sana, hauwezi. Au? Akamwambia yule mtu ameishi kwa vita miaka yake yote, we ni mtoto. We ni mtoto, huwezi. Sauli akasema, lakini kabla nikudharau sana, unaona madharau imeingia kwa mfalme, leteni vifaa ya vita. Ati kufungiwa upanga ya vita hapa ya mfalme, akashindwa kuinua mguu. Upanga hata hajafungwa ngao na vitu zingine. Ndio lazima uende kama umejifu. Ati alifungiwa upanga hapa, akashindwa hata kuinua nini? Ama niwasomee hapo ndio muamini. Hapo basi 33 inasema mchungaji. Sauli akamwambia Daudi, wewe huwezi kwenda kupigana na Mfilisti yule. Tuko chapter 17 sasa verse 33. Yes. Wewe ni kijana tu. Lakini mtu huyo amekuwa vitani tangu ujana wake. Amekuwa vitani tangu ujana wake. Yaani anamundiscourage. Sasa mimi nataka kuwaambia saa nyingine kuna kudharauliwa. After madharau saa nyingine unaweza pata mtu akundiscourage na kile unataka kufanya na future yako. Usikubali mtu akundiscourage. Sikia vile Daudi alimjibu, Unaona amemdiscourage kabisa, akamwambia we hauwezi. Hakuna kitu kingine mbaya. Sasa mzazi amekudharau, huku kaka zako amekudharau, ni mkubwa wa jeshi, naye umeenda huku umekuwa discourage na mfalme mwenyewe. Hauwezi. Daudi akasema, mimi mtumishi wako nimezoea kuchunga kondoo wa baba yangu. Wacha nikwambie, Mungu wako ako na nguvu. Amen. Sema amen. Na ule roho Mungu anakupatia. Na kama hajakupatia akupatie leo, siku ambaye ni ya kwa experience kumwabudu Mungu. Sema amen. Kwa sababu maandiko inasema huyo roho alimuingia Daudi ile siku kuendelea. Si tulisoma hapo? Yes. Daudi akamwambia, mimi mtumishi wako na kuanga mchungaji wa kondoo. Sasa akaanza kuwekelea CV chini. Unajua kuna mahali mnaendanga mnawekelea CV ya experience. Hata wale wanajeshi walikuwa na CV. Daudi akaambia Saul, wacha nikuwekelee CV yangu chini. Yake ni ya kiroho. Mimi mtumishi wako nimezoea kuchunga kondoo wa baba yangu. Kila wakati simba au dubu akija na kukamata mwana kondoo, mimi humfuata na kumshambulia. Nikamuokoa mwana kondoo kinywani mwake. Yaani wachana na hizo za mikuki. Simba akikuja ashike kondoo na kimbishananga na simba na shambulia simba. Yaani Daudi yeye anashambulia nini? Simba. Alafu anashika mdomo anararua, anatoa kondoo. Kuna CV kama hiyo wewe? Unaweza ipata saa hii. Sauli akastuka kwanza, Nikamuokoa mwana kondoo kinywani mwake. Kama simba au dubu akinishambulia, mimi kumshika ndevu zake. Sikia, nikienda kumshambulia nitoe mwana kondoo, hakinigeukia mimi Daudi. Wacha vile unaniona ni kijana, nashikanga ndevu ya simba na nduvu. Nikamwangusha na kumuua. Anaangusha chini na anaua na ana mkuki.
Mimi mtumishi wako nimekwisha ua simba wengi. Akamwambia nimeua simba wengi sana. Sema amen. Kuna roho Mungu atakupatia leo. Atakupatia experience. Hata kule utaenda utafanya mambo extraordinary. Nimeua simba wengi na dubu wengi sana. Sasa hata yule Mfilisti nitamuua. Ama kabisa. Malizi. Hata yule Mfilisti ambaye hajaokoka ameyatukana majeshi ya Mungu aliye hai, atakuwa kama wao. Yule mwanajeshi, yule Mfilisti, yule kafiri, mchawi, muganga, hiyo giant ilikuwa giant imesimama against wa Israeli. Sijui ni giant ngapi zimesimama mbele yako, mbele ya maisha yenu, mbele ya familia yenu. Hiyo giant utaiweka chini kama uko na imani. Ni wangapi wako na imani? Hata kama ni giant umaskini, giant ya shinda gani, utaiweka chini. Mwenyezi Mungu ambaye ameniokoa kutoka makucha mwa simba na dubu ataniokoa kutoka kwa Mfilisti huyu. Mimi napenda imani ya Daudi. Sauli akamwambia, nenda naye Mwenyezi Mungu awe pamoja naye. Sauli akamvisha Daudi mavazi yake ya kivita, akamvika kofia yake ya shaba kichwani na koti lake la kujikinga kifua. Daudi akajifunga upanga wa Sauli. Daudi akajifunga upanga wa nani? Sauli. Akajaribu kutembea na ile upanga, lakini akashindwa. Upanga alijifunga ya Saul, akajaribu kutembea. Na Saul unajua ni king, akampatia upanga wake. Alijaribu kutembea, hata mguu kuinuka hapo. Juu upanga ulikuwa kilo 50. Na kalikuwa kakijana kado. Akajaribu. Umejisomea hapo wewe mwenyewe. Mimi natakanga tusome kitu na mtu ndiye asifikirie nimefeki mambo yangu. Lakini akashindwa kwa kuwa hakuyazoea. Sema amen. Kutoka leo Mungu wako ni mkubwa sana. Ni mkubwa kuliko hiyo shinda unaona. Ni mkubwa kuliko hiyo giant imesimama mbele ya maisha yako, mbele ya familia yenu. Hata kama kukawa alishindwa kuua hiyo giant, wazazi walishindwa, hiyo giant yashinda. Hiyo giant ya magonjwa na umaskini na kutoendelea, utaiweka chini na utasonga mbele. Amen. Wacha nimalizie njoo ya masaa. Twende chapter number hiyo chapter verse 40. Daudi akachukua fimbo yake mkononi, akajichagulia mawe 5 mazuri kutoka kwenye kijito, akayatia katika mfuko wake wa mchungaji, kombeo lake likiwa tayari mkononi mwake. Unajua Daudi, kombeo, nani anaelewa kombeo ni nini? Kombeo in English inaitwa nani anaelewa? Mimi nilitumia kombeo. Nani ameitumia hapa? Tulikuwa tunachunga nazo ndege tukipanda mawele tukiwa wandogo miaka ya 80s. Kumejengwa jukwaa. Sasa ndege wakikuja kula mawele, uko na mawe unaweka ndani ya kombeo, lakini pande moja unafungia kwa kidole moja, ndio wakati unaachilia utabaki na kombeo, lakini hiyo mawe inaendanga na inakuanga na nguvu. Juu kwanza unashungushanga, inapata power, unaachili. Sasa Daudi akachukua kombeo, akaenda mtoni, akachukua mawe 5. Hii lazima uingie ndani ya kiroho ndio uelewe. Kuna vipawa 5 zile ambazo Mungu ameweka zimesimamisha kanisa. Nani anaweza niambia hapa? Unabii? Mwingine? Mwalimu? Apostle?
Mwinjilisti. Intercessor? Hapana. Hiyo si ya kipawa. Unammeagia moja tu. Atambulikangi sana huyo, ni mpole, ananga mambo. Tumeanza na huyo tumesema teacher, prophet, apostle na evangelist. Sasa huyu mmoja ndio overall pastor, mchungaji. Hao wote wanakuanga chini ya mchungaji. Bwana siye sana. Amen. Sasa alijua hii ya uchungaji kimisi, hii ya unabii itamisi. Ya unabii kimisi, ya injilisti itafanya nini? Hakabeba 5. Sema amen. Amen. Ukiwa umepandwa ndani hiyo msingi. Paulo akasema Yesu Kristo ndio jiwe kuu la pembeni. Naye tumejengwa juu ya manabii na mitume na wachungaji au wote 5. Inawekwa kosi 5. Alafu kanisa linaanza kujengewa hapo. Hiyo msingi iwezi tingizwa. Sema amen. Kwa hivyo Daudi alikuwa amejua ni nini amebeba. Sema amen. Amen. Soma 40 tumalizie. Kombeo lake likiwa tayari mkononi mwake, akaanza kumwendea Goliathi Mfilisti. Sasa kitu moja napenda huyu mfalme, hata kama alidharau Daudi aliwekelea CV yake, akaona si ya kawaida, akamruhusu aende. Hata kama alimvalisha mavazi ikakataa, bado alimruhusu Lakini wakati unapotokelezea ilikuwa hivi. Wanajeshi wanakushangilia, unatokelezea katikati yao. Sio kama umenishika. Hata kule alisikia Goliath, alisikia ameshangiliwa pande na pande. Akasikia kuna mtu amepatikana. Na walikuwa wamefanya utafiti Israeli, wakanijua watu wote ni wanyonge, wana nguvu. Hakuna mtu anaweza fikia Goliath. So wakati walipiga kelele kumepatikana sunja, soma hapo. Yule Mfilisti naye akaanza kumwendea Daudi. Akataka kuona huyo amepigiwa kelele ni na Daudi, usisahau ana hata upanga. Akona kombeo na mawe na nikandogo. Na unajua sasa ndio ni Sauli ameamurisha akipita jeshi wanampigia nini? Mpaka ule kaka yake alimwambia, tunajua ujuaji umeachia kondoo nani? Daudi alirundi akiwa mtu mwingine tofauti. Kwa hivyo hata alijikasa tu kumpigia saluti hata kama hataki. Hata kama sema wewe. Kuna wengine walikudharau, kuna mahali itafika hata kuheshimu hata kama hawataki. Sema wewe. Wengine hata wataenda kwa kampuni fulani. Wanaambiwa ngojea CEO akuja aone kama atakuajiri. Ukishuka watapigwa na mbuto. Ukishuka watapigwa na Yule Mfilisti alipoangalia na kumuona vizuri Daudi, hakuwa ameona ni nani. Alisikia kwanza kelele na akasikia mtu anakuja akajitokeza. Na unajua walikuwa ngambo ile, wengine ngambo hii. Sasa mnakutananga pale chini. Alipoangalia vizuri aona huyo sunja anakuja, alimdharau. Akamudharau. Ndio Biblia inasema alipomuona vizuri dharau. Sio nimewaambia, sasa amedharauliwa na watu wangapi? Baba yake, ndugu yake, kwa mfalme. Sasa amefika kwa ule Mfilisti. Naye amefanya nini? Ati alimuangalia tu vizuri akamdharau. Ni bila hata ijaandiko. Naona hata juu nabii alilala kwa Jese, alikuwa ameona kijana, hata yeye aliona akafai. Hata kama hatuambiwi kwa Biblia, si alilala huko? Aliona pia akaesi fanya nini? Hakafai. Yule Mfilisti akamdharau. Namalizia. Kwani Daudi alikuwa kijana tu. Alikuwa kijana tu, kijana. Sasa nawaambia vijana udharauliwa sana na watu wengi, lakini Mungu anawapenda sana. Amen. Mungu anawapenda sana. Nyinyi ndio mpaka future yake ya kesho. Alikuwa kijana tu mwenye afya na wa kupendeza. Goliathi akamuuliza Daudi, sasa hiyo fimbo ya nini? Yaani Goliathi yako na mkuki. Akamwangalia Daudi akamuuliza, shwali, hii fimbo ni ya nini? Umebebea umbwa? Unadhani mimi ni mbwa? Yaani fimbo ni ya kuchapa umbwa.
Goliathi alimdharau mpaka akamuuliza, unadhani mimi ni mbwa? Hata unikujie kwa fimbo. Mfilisti huyo akamlaani Daudi. Yaani sasa ikafuata laana. Aliona hata sipigani nako, akaanza kumlaani nani? Daudi. Sasa unaona amedharauliwa na watu wote, tena huyo amemdharau na ameanza kumula. Sema amen. Watanjaribu mambo yote, hata kama umepitia hiyo yote mpaka kulaaniwa, itakushika katika jina la Yesu. Hizo laana zao sitawarundia, maisha yako itaendelea. Mfilisti akamwambia Daudi, njoo kwangu wewe mtoto. Mwili wako nitawapa ndege wa angani na wanyama wa porini. Lakini Daudi akamwambia Goliathi, wewe unanijia kwa upanga. Yaani Daudi alingojea kwanza Mfilisti amulaani, aongee yake yote. Maishani wakati mtu ataongea kitu mbaya kinyume na wewe, uko na nguvu ndani ya ulimi yako. Bora umeokoka. Na wewe speak against. Sema amen. Ongea kinyume. Sema amen. Ongea kinyume. Ongea kinyume. Always. Mtu akwambia utabarikiwa, sema nitabarikiwa na nitaenda ng'ambo na nitainuliwa. Kile amesema utafanya, sema nitafanya. Yaani ujiongee mazuri, usiiona ati ukikufa maisha yashinda. Mwingine akisema unakufa na unaona ukikufa. No. Wewe unanijia kwa upanga, mkuki na sime. Lakini mimi ninakujia kwa jina la Mwenyezi Mungu. Kwa jina la Mwenyezi. Kwa hivyo hata hiyo njia antiko mbele yako ya shinda, leo iendee kwa jina la Yesu. Amen. Uiendee kwa jina la utashinda. Mwenyezi Mungu wa majeshi, Mungu wa askari wa Israeli, ambaye wewe umemtukana. Siku ya leo Mwenyezi Mungu atakutia mikononi mwangu. Yaani Daudi hakuona kimtu bila kimetoshana. Leo utawekwa mikononi mwangu. Nitakubwaga chini, wacha bila sina mkuki na panga. Nitakata hiyo kichwa. Na miili ya wanajeshi wa Filisti, na hao wanajeshi wako wote, miili yao nitawapa ndege wa angani. Wacha vile umesema mimi nitakuliwa na ndege, mpaka miili yao wanajeshi wote. Na anaongea mtu wa 7 foot, na huyu ni kijana wa miaka 17. Nitawapa ndege wa angani na wanyama wa porini. Ndipo dunia nzima. Sasa anaambia huyu Mfilisti hata si hapa tu, dunia nzima itajua. Na ndio maana imeandikwa mpaka wa leo tunasomanga, dunia nzima ilijua. Hata sisi hatukuweko bado na wale watakuja watajua, hata wale wajazaliwa watajua kuwa Mungu yuko katika Israeli. Yes. Watu wote waliokusanyika hapa leo watajua kuwa Mwenyezi Mungu. Oh yes. Hahitaji mikuki. Mungu hahitaji mikuki. Mungu hahitaji utoke kwa familia kubwa. Mungu hahitaji uwe umetoka Lavington ama Karen. Hata kama umetoka Korogocho na Githurai, Mungu anakuvalue. Sema amen. Hata kama ulilalia Makotoni, Mungu anakuvalue. Hata kama ulikunywa turungi asubuhi, Mungu anakuvalue. Wala Mwenyezi Mungu hahitaji mikuki wala sime kuwaokoa watu. Yes. Hii ni vita ya Mwenyezi Mungu. Yes. Naye atawatia nyinyi nyote mikononi mwetu. Na mimi nimetangaza leo, ile vita yote umepitia kuanzia leo ni Mwenyezi Mungu. Amen. Na hiyo vita umepitia ya maisha, kutoka tangu uzaliwe hakuna mambo mazuri yanaendelea. Ulikuta familia yenu imekaa hivyo. Mungu leo ataingilia kati. Amen. Kwa sababu umeamua kumtukuza katika hali ya kuabudu. Amen. Goliathi akaanza tena kumwendea Daudi. Goliathi akaanza kwenda. Daudi alikimbia mbio. Daudi alitimua mbio. Na unajua kulikuwa na line ya vita. Na Daudi alijua kombeo lazima uonge mtu akiwa kwa mbali.
akiwa karibu ni na uwezi pigana na mtu kama unjafika kwa ile line ya nini. Kama ingine tulikuwa tunachoreana shule, pita hapa utaona. Sasa Mathenga aliniambia walikuwa wanatema mate, panguze hiyo, panguze hiyo. Ni wangapi walipitia hiyo shule? Bwana asiwe sana. Sasa akatimua mbio, na unajua hiki mtu ni kisito, akatimua mbio mpaka kwa line ya juunge rusha kitu kama hujafika kwa line ya vita. Akatia mkono wake mfuko, akaingia kwa mfuko mara moja, akatoa njiwe moja tu akaweka ndani ya kombeo, akalirusha kwa kombeo lake. Sasa hiyo Goliathi bado anateremka. Kinjitu kinafanya nini? Kinateremka. Unajua ile kofia ya chuma kuna mahali inashikania, si ndio? Akatoa jiwe moja akalirusha kwa kombeo lake. Kwa kombeo lake akalirusha. Akampiga nalo Goliathi kwenye paji la uso wake. Paji la uso lake likapenya katikati ya chuma, kwa sababu lilikuwa na nguvu za Mungu. Likapasua paji la Goliathi. Likapasua mpaka hii paji ya Goliathi. Na kupenya ndani. Na kupiga ndani. Goliathi akaanguka chini. Kifundi. Ndivyo Daudi alivyomshinda Goliathi kwa kombeo lake na jiwe. Hivyo ndivyo Goliathi alivyomshinda Daudi kwa kombeo lake na Alimpiga yule Mfilisti na kumuua. Daudi hakuwa na upanga wowote mkononi mwake. Basi akaenda mbio. Akasimama juu ya Goliathi. Akaufuta upanga wa Goliathi alani mwake. Akamuua Goliathi kwa kumkata kichwa chake. Wafilisti walipoona kuwa shujaa wao wameuawa, wakatimua mbio. Alikata kichwa na upanga wa Goliathi. Alafu sitasoma tena, mutajisomea. Chapter 18 verse 1 inasema hapo ndiye aliozwa binti ya Saul. Lakini before hapo alichukua ile kichwa akandunga na upanga akawekelea kwa mbega. Sasa mkuu wa jeshi yako nyuma yake, hakapelekwa State House na kichwa iko kwa mbega. Kwa mbega akaiwekelea kwa Sauli kwa mesa. Ndio huyo Goliathi. Kitu ya kwanza alifanyiwa ceremony ya kuoa binti yake, na akafanywa mkubwa. Sema amen. Hata wewe siku ya leo kuna njeanti fulani imekuwa kinyume. Hata kama ulipata hiyo njeanti ilitawala kuanzia kwa mababu na hiyo njeanti inasema utasoma. Sangine unapitia challenges ya kulipa school fees, umekosa wiki njia kwenda ng'ambo, hauna mtu kukusaidia na statement, hauna mtu kukusaidia na ticket, hauna mtu kukusaidia na njia fulani. Leo huyo Goliathi akiwekwa chini, Mungu atatengeneza njia. Daudi alitoka hakiwa amechunga kondoo apeleke unga arundi, lakini hakurundi. After hapo alienda vitani akashinda na akaenda State House. Baba yake alikuwa anapata habari kwa breaking news. Kwa breaking, akifikiria kwa kondoo anapata breaking news. Bwana sio sana. Hata wewe Mungu akufanye hivyo siku ya leo. Afanye maisha yako siku ya leo hivyo. Katika mazoezi ya kiroho. Mimi namalizia na sihubiri tena, lakini soma hiyo kitabu cha Wafilipi wa Timotheo wa kwanza chapter 4. Kusoma tu. Ufanye mazoezi ya kiroho kuanzia leo, naye Mungu atakupeleka mbali. Uko hapo? Acha nifikie hapo. For verse 7. Hebu soma na English. Verse 7. But keep away from those godless legends. Keep away from those godless legends. Wale watu wajui Mungu, wale wanaongea mambo si ya Mungu, kaa mbali nao, wanajiita ma legend. Siku nyingine hata kwa mitandao unawapata ni ma legend.
Hata huku nje wale wanajifanya ni wajua, kaa mbali na hao which are not worth telling. Keep yourself in training for a godly life. Yani ukae ukijifundisha na ukitreni mambo ya Mungu. Kuna watu hapa wanaendanga njimu, lazima aende asubuhi na njio. Sasa kuanzia leo anza kutreni mambo ya Mungu. Amen. Sema amen. Amen. Ukae karibu na Mungu. Verse 8. Physical exercise has some value. Yani physical exercise iko na value zake. Si ati haina value. Iko na value za? But spiritual exercise is valuable in every way. Yani spiritual exercise iko na more value in any way. Because it promises life both for the present and for the future. Amen. Geukia mwenzako mwambie kuanzia leo anza kufanya spiritual exercise. Si unaona ni valuable? Ni valuable. Hapo Pastor Madhenga alisoma, ukishuka chini kidogo, sikumbuki ni verse gani, inasema